Metakathanjure muridoko ya muridokete kumo muridoko. Haya, asante sana. Tuinue tu mikono yetu juu. Sema, Bwana Yesu, naomba msamaha wa dhambi zangu, unitakaze, unitengeneze upya, unifinyange nikuwe mtoto wako, uniunde tena upya nikuwe mtumishi katika nyumba yako. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatakaza, ninabariki watoto hawa, ninawatenganisha na laana zozote na mipango yote ya shetani juu yao, ninawatenganisha. Jina lako litukuzwe. Laana za kifamilia, za kimaeneo na za kidini na zituvunja. In the mighty name of Jesus Christ, I set them free in Jesus' name. Thank you. Nitawaona baadaye after the service. So, what testimony do you have? Kama sijaenda nyumbani kwetu. Ulikuwa na miaka 7? Shika hiyo microphone. Hujaenda nyumbani kwenu? Na sijui ni nini, si kukosa pesa, si nini, lakini sijui. Lakini last Sunday nilienda. Nani alikuita? Niliitwa na sister yangu. Na ukaenda? Na ukafika nyumbani? Wakakuona? Walifurahi ama hawakufurahi? Walifurahi sana. Na kutoka hiyo siku nikaanza kusikia kuna kitu, kuna wingu imeondoka. Ni kama alafu huyu babangu mwenye nimenemu huyu, hiyo siku nilikuwa naenda nyumbani, alinipigia simu. Na hakuwa anajua naenda, lakini ni kama kwenye alikuwa alijua naenda. Hawaishi na mama yangu. Akaniambia bona nimemsahau, nikamwambia bado sijakusahau. Then akakata simu. Then after kutoka huko alinipigia simu tena. Akaniuliza, umenyamaza tena? Sasa sijui, nilikuwa nasikia ni kama yeye ndiye alikuwa. Na huyo mseti anakuaga mgaga. Sijui huyu ndiye aliniambia after kukuja hapa. Sasa unasikiaje mama ameingia, ameokoka? Nashukuru Mungu. Kabisa. Kabisa. Wow, that's wonderful. Sasa unajisikiaje? Nasikia vizuri sana. Nimeishi tangu huyu kuja hapa, tumeishi kupanga tunakuja. Sunday ikifika jambo inatokea. Hata leo tulikaa na yeye, hata yeye kuwa na fare, tunaishi Ruiru. Hata mimi sikuwa na fare, tulikuwa tumekaa tu tukasema basi hata leo imeonekana hatutakuja. Then bwanangu alikuwa ametoka. Hata yeye hakuwa na fare kutuachia. Vile alienda sijui ni wapi. Alikuwa ameenda kazi akatutumia fare. Wow. Nikaambia huyu kitu saa 4 hivi na kitu, nikamwambia pia imekuja, tujipange twende. Twende. Mungu akubariki sana in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Yeah. May God of heaven bless you. Taonana. Yeah, thank you. Any other testimony? Mtu akona testimony, ujumbe anaweza kutupatia? Testimony? Thank you. Very brief. We are still in the topic of the sons, na tumekuwa the whole week. Wale ambao mmekosa, kama kuna kitu mmekosa, evening service, it has been hilarious, powerful teachings mzuri, deep, zinakueleza, zinakufundisha, na nimeona watu wamechange. Hiyo ndio ile mimi testimony niko nayo hapa. People have changed. Hapa hii kanisa imechange. Ukiona ni huyu mama amekaa hapa, si kanisa imechange? Yes. Hallelujah. Ukiona ni huyu ametulia, sijamfukuza hapa mbele leo. Ametulia na vitu imechange. Vindu vichenjanga. Si ndio? Watu wamechange na wataendelea kuchange. Kwa sababu sasa nilikuwa naona jikara goko na andu mate ti ciana cia goko. Ni meitu yokire kyo ya mawira goko. Na ciana cia kwa goko ni ihotire. Yeti ndimafundithie ciana cia kwa nigetha cione gya kuria. Hallelujah. Yes. Hiyo amukuelewa hiyo nimesema nini? So today we are looking at father-son relationship. Father-son relationship. Na hii si ya kanisa tu. Si unaona kama hiyo a relationship ya huyu mtoto
na huyu mama. Mtoto amekuja amefuguliwa. Kufuguliwa kwake kumefungua familia. You don't need. Niambiaga wale mnataka kuniona kwa ofisi, you don't need me to see me there. Kuja tu hapa tumaliziane hapa. Huyu kijana hajaingia kwa ofisi yangu na hatujai kuwa na dakika mbili na yeye, hapana. Alinielezea kidogo, nikamwambia ripoti yake, ikakuja nikaambia ripoti yake. Nikaguza yeye hapa akaaguka, simuliona venye alianguka. Maneno ikaisha. Mimi amefungua mama yake. Mama yake miaka 7 hajaenda nyumbani. Hakuna, sijafanya mama yake deliverance. Point of contact, that is all what we need. Then things unakuta zinafunguka. Si unaona mama akienda, baba ya Hawa ndio mugaga, ndio ako na ile ugaga kubwa sana. Ni yangu ama ni baba? Ni guka baba ya huyu. So unasikia huyu akianza safari kurudi nyumbani, mzee anampigia simu kwa sababu amesikia. Kufika huko akitaka kutoka, anapigiwa simu nyingine. Kwa sababu they are detecting, they are following you. Hawa watu wanakuaga na kitu inaitwa monitoring spirit. Unaweza kuona insi tu inakuja na kuzunguka. Na mali huko hakuna relationship ya insi. Daka insi kanakuja hakatoki, unakafukuza kanaenda pale, kanakuchugulia, kanarudi, kanakuguza kichwa, kanaenda pale. Ni point of contact. That is what they do. Bwana Yesu asifiwe. Hajakuja karaja. Na mpaka anaguza kichwa. So these are things that happen in our life. Na uwezi jua, wewe unafikiria tu ni insi, but it's a point of contact. Hallelujah. Zinakuja tu kuangalia, zinaitwa monitoring spirit. Zinakuja zinakuangalia, zinajua. Kuna kenyoni kinaweza kuja, unaona kimesimama kule kwa dirisha, kinakuchukulia tu hivi, kinakuchukulia kinaenda. Unakifukuza kinaruka padia, tena unaona kimerudi. Yakikuagi kinomo. Bwana Yesu asifiwe sana. So what we need ni sasa, kama huyu kijana walipokuja, nikamwambia story yao vizuri venye iko, nilipomdeliver, hata huyo msee mwenye yako na hiyo ameanza kuhangaika. Na hiyo vitu zake zote atakuwa exposed huko kote, na atasaleda kwa Yesu. Why? Because we have been able to penetrate. All what we need, it is the contact point so that we'll be able to penetrate. Once you penetrate, you break every covenant. You break every chain. You break all the powers. And this can only happen tukikuja mahali kama hapa tufundishwe. Na hii hapa ndio nataka tufundishwe. Wachana na mambo mingi. Miracles ziko, tuko nazo. Kila kitu tuko nayo. But what importance is you? Leo ufanye deliverance, tena kesho uende kwa Manyuru ukafanye deliverance. You need to sit down. You be taught. Unajua ukiokoka, the day uliokoka, ndio miracles zilianza kufanya nini? Kukufuata. The day you got saved, ndio ulipatiwa power ya kusema katika jina la Yesu Kristo nasema upone, na mtu anapona. It's not a big deal. Kuambia mtu atembee, kuambia mtu ati miguu ilikuwa imevunjika iamuke atembee, that is not a big deal. The big deal is bringing the soul into Christ. Soul. Nimesoma Biblia yote, mahali kote watu waliobewa wakapona, hakuna celebration mbinguni. Lakini mahali watu waligeuka wakarudi kwa Mungu, kunasemekana kule mbinguni kuna simamisha kwa kila shughuli zote ndio kusherekewe. So kama hautigisi mbinguni, you are doing nothing. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka team ya kutingiza mbinguni. Hiyo sasa ndio maana nimeanza kufundisha sana father relations hizo, because I want heaven shakers. Na nitatengeneza t-shirt inaitwa heaven what? Shakers. Tuende huko tulete souls. When you bring a soul inaingia, mtu anaokoka, heaven is shaken. Hebu imagine tukikuwa na watu 1000 kila siku. How will be heaven? Baka Mungu mwenyewe atateremuka kutaka kujua what has happened, because hakuna amani. Hata yeye atakosa amani kule mbinguni. Maana ni kila siku deremo, kila siku badini, kila siku negemi, kila siku ni makelele ya kucelebrate what has happened. That is what we need to do. And when you make God to be so busy with you, he does not depart from you, because he is watching over you. Lakini sasa hata ukikuuliza tangu uokoke, ni watu wangapi wameokoka tu wewe? Hata wewe mwenyewe ukijiangalia unakuta haukuokoka. Wewe mwenyewe, waacha kulete. Wewe mwenyewe haukufanya nini? Na wewe ndio unakuwa praise and worship, wewe ndio unakuwa pastor, wewe ndio kama mshirika na bawani wa kukaaga kiti. Hata unafikaga mapema ndio kiti ya mbele uikute. Kumbe hajaokoka.
Kumbe hata biguni haikujui. Kama kuna tigiswa kule biguni, kumaanisha biguni inakujua. Kukitigizwa kule biguni, unajua what you need to understand. The relationship within us and our Father in heaven, it is only known wakati uliokoka. Wakasikia kumuna tigisko. Alafu sasa wakasema, wacha tufuatane na yeye, tuone kule anaelekea. Sasa ni kwenda pole 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 pole. The journey of salvation, it is so complicated. It's a mountain you have to climb. Na hiyo ndio Mungu anaangalia. Si hiyo ulisema kama hivi wamesema. Sasa hiyo kusema, hiyo ni kusema mmesema, lakini kuna safari. Na hiyo safari lazima tuende. Na hiyo safari inaendaga one beat after another one. One beat after another one. Sio safari ya kukimbia hivi ati wewe nimeokoka unaanza kunitolea mwathani agosho ndio kuhonoka ndio kumutolera mwathani tondu ya hikete yakoro yakwa ega niyo wanocio ndukanandehere. Wale washainitolea na wangaliaga tu hivi na unaona nimechukua simu naanza kucheza game because hiyo ni upusi. Hiyo mimi siangalii kwa sababu sina haja nayo. Mwenye ako na haja nayo ni nani? Ni Mungu yako. Sio mimi unaniambia ya nini? Ate tuburanire turutanire wira ucio ni waku. Niire we mwega ende mwega. Niete kuhiana ate gutina urutu na thayo wa Kristo. Kande na thayo wa Kristo. Simbo. Hiyo ndio ndakwambia. Tumalizanie wapi? Hii ingine venye uliokoka 1972 ukapada, 74 ukapada, 76 ukapada, na usiku wewe ninaitirana. Hapa masegenyo wewe ndio unajulikana. Hata biguni inakujua kwa masegenyo. Lakini waira waira no unyitira ni ugo uthondeke pipe yako rehe mai kuma kiria gatanga nginya Nairobi. Waira munyoroku. No tuhiu turia uthecete andu migongo guku kanitha eno. Tuhiu turia uthecete andu ni ngiri na makiri. Wale watu wamekufa kwa sababu yako. Wale watu wametoka kwa wokovu kwa sababu yako. Ni maelfu na maelfu. Kuma kuhonoka ni mwathani ni ahutirie ngoro yakwa ni ndaigua kuhehejeka. Ndaigua ku urahehejeka ni uria mahindi maku maikarite tondu mahindi ma uru mundu wa uru athiaga uguo kuraga thiaga uguo tondu mahindi ni maikire atia nikio uraigua kuhehejeka tondu miragu cio na gukutha tondu uraigua kuhehejeka. Ati ndaiguite ki? Ndaiguite gucoka na thutha, uraigua guikara mbere. Yo maneno wachana nayo. Yo maneno wachana nayo. Wacha tukae tu kama raia wema. Yes, wacha nikiangalia. Aibu taruka matu, my dear. Sweetheart. Mami uramiona atia? Ndio anithaka. Ndio naina Jesu. Niwe tumire hiane Jesu. Ndio itumite. Ukona ina riri. Bas, ukiona amekaa mzuri recommend you had some. Oh, you're beautiful. Una recommend hiyo story inaisha. Hii maneno mingi wachana ni mohiga. Kionoko kiu kiari nao wachana nayo. Tuokoke tukae mzuri. Tukae tu mzuri. Matendo ya kutetee. Si mdomo yako, matendo ya kupigania. Watu wenye na kujua you are a giver. You are this. Una huruma, una moyo wa kupenda, una moyo wa kuokoka ni kutembea na Yesu. Ni kunini? Anasema nilikuwa jela haukuja kuniona. Nilikuwa na njaa haukunipatia. Nilikuwa mgonjwa. Kwa hivyo Yesu anapatikana wapi? Jela. Yesu anapatikana wapi? Kwa watu wako na njaa. Yesu anapatikana wapi? Kwa watu wako na maijares. Hao wako mtu anakuja na kiijari, anako na kidoda kubwa kwa goro yake. Alafu badala utulize, umupatie piriton kidogo ya maneno mzuri, atulie ndio hiyo kidoda iende. Unakuja sasa unabio. Hebu fungua hiyo tumbo yako, unararua yote. Alafu namwambia Yesu asifiwe. Yesu mgani huyo? Mimi nitakurarua kofi. Oje kama ijario shoka ukaje Yesu asifiwe. Ni Yesu mgani huyo? Hiyo ni Yesu mkora, siwezi taka yeye. Yesu ni wa huruma. Yesu ni wa upendo. Yesu nikiwa na kagiri kangu kamoja hapa, niketu. Nikisikia uko na shida, niketu. We share, we love, we care for each other. That is Jesus. Si Jesus yete, madai wako kenera mathani, dai wako ekaja, na higo uhithete irio rungu rwa kabati urori agiumete. Ati wakorwo tukienda kuma, riu mathe wa ithe itore, wakorwo tukienda kuma, na nindiraigua matumbe makinunga. Mukuma na matumbe mutirete.
Sake ojirate ntrathi matu-ini matu mariko macio ni mao matu macio ni ndiraigwa munungo wa kanyama na kanyama kau tikaihore atete kuma tukuma na higo watwara matu-ini wadiga matu-ini urenda kunyumia. We must learn how to live. Let's live simple life. Don't complicate. Jesus is not complicated. Jesus is an ordinary guy who is not complicated, who is representing the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven is just ordinary, simple, and clear. Just love God and God will love you. Because God is love and love is what? Sasa, kama tungekaishi kama Mungu, tungekuwa tunanunua bunduki? Wakuni ungekileta fence? Ni ungekileta murago? Hakungekuwa. Because if you are living like God, kama kwangu, wangapi wamekuja kwangu walileta nini mawe kwangu? Nani mwingine amekuja kwangu? Ninawaalika mkuje mtembee. Kwangu hakuna gate. Hakuna na hakuna fence. No. Siku zote mmesikia Ogatarokai kumekuja lion, zinakujaga kwangu, zinatulia. Hapo wanyama wote wa kichaka zikitaka kutembea zinakujaga kukaa kwa nani? Kwangu. Si last time usikwati kulikuwa na lion kama uliangalia nyumba, that is my house. Zilikuwa 4, 2 za kike, 3 za kike na bwana yao walikuwa hapo. Na niliingia tu usiku, wakakuja wakalalisha gari hapo nje. Asubuhi ndio watu wakakuja, nikakuta watu wamejaa, wakasema huku ati malayo ni wanakuja huku. Ni kwa nani? Mtu amongeke. Wanakuja. Zikakuja. Watu wa wildlife walipokuja kuzisukuma, ziligeuka zikakuwa baya, zikawakoromokea. Nikawaambia wachaneni nazo, wakawachana nazo. Zilitembea pole pole, zikaenda, najua malaoni zinaitaka tu pole pole. Na mariko tu pole pole. Hii watu waliumbwa vizuri. Inaitaka tu na mariko. Haina haraka, pole pole. Na mariko ya madaha. Zikatoka zikaenda kwa kichaka huko chini. Nobody touched them. Hallelujah. Why? I fulfilled what is in the Bible. Tutaishi na wanyama na hawatatuumiza. Sasa hebu jaribu kuja siku moja kwa sababu umesikia hivyo. Utataroro. Tengeneza nafsi yako vizuri na Mungu. Just live godly. Bwana Yesu asifiwe sana. Just live godly. You don't have to complicate this world. You don't have to complicate anything. You Kristo urokore mingi wachaneni nayo. Hiyo ni ujinga, haiendagi mbinguni. Hiyo urokore mingi. Jesus is simple. Yesu sahi akijaribu kukuja, na ndio naona alisema atakuja kama mwizi. Akijaribu kukuja, akutane na akina Ng'ang'a, James akutane na kina Manyuro, akutane na wale mapasta wanavaa viatu zimekaa hivi na designer, suit designer. Anatembea hivi na jamaa akuje kwa sababu atakuja na akara zile za Masai na shuka ile na ile kiguo kimefika hapa. Na amehunyoka huko metali kwa sababu unajua akara zinavutaga vubi hivi. Venye atakuja mguu. Watu wa kwanza watamuita mkora ni hao mapasta. Ajihadhari sana. Sijui nitapatana nimwandikie barua nimwambie kama yule mtu wa Murang'a aliandikia Uhuru barua. Nimwandikie ukuje usiku saa 8 wakati wamelala. Kwa sababu watakupiga. Bwana asifiwe sana. Because people have complicated the teachings ya Jesus Christ. People have complicated the person Jesus Christ. He is not complicated. That is why he came as human. He is God. But came as who? As human. So that he can make our lives easier. Church is not supposed... Church haifai kukompliketia maisha. Eti kwa sababu umekuja hapa then we start complicating your life. I'm looking nikikuona hivi naona. Hey. Ikataya ramakaya. Sikekekekeke. Chura ndio hiyo chura. So why should I do all this nonsense? Sasa unaona hiyo mpaka sura unakuja unakaa kama chura ati ndio ufikishe message home. Na ni tu pesa tu akiona unaangalia. Kwanza ulimuuliza umeolewa? Uko na watoto wangapi? Tuko na watoto 3. Si amejua ni 5. Kaba. Jeneza 5. Jeneza 5 zimeteremka. Sasa unasikia wana communicate.
Yeye ana communicate na anajijibu, lakini the information yeye anataka ifike ni nini? Kwa nyumba yao wako watano, alikuuliza. Sasa jeneza 5 zimefanya nini? Zimeteremshwa. Meaning what? The entire family is being wiped. Sasa kama uko na 1500 kwa account, utakufa ama utakibiria 1500? Si utakibiria 1500? Usefu familia, kabisa together kazi yake. Why complicate? And why do we want ourselves to be complicated by the complicators? Because our vulnerability, our lack of understanding, our lack of not being interested kufundishwa neno la Mungu, hiyo ndio imetupelekea, because we want shortcuts. That is all what you need, shortcuts. Hautaki kuja kuambiwa tembea kama Yesu, be simple, be clear, be genuine, be sincere to yourself, and then everything will work. Ukitaka sasa waanza kucomplicate maneno hapa, pana. No. Margaret, let's live a simple life. Very simple. Brother, simple life. A Christian is a simple person. You don't brag around. Umepaki gari zako 18 kwa nyumba, unaingia kwa matatu, unafika Nairobi. Bwana asifiwe sana. Unakuta watu wanafanya kazi, wanafagia barabara na ni community work. Chukua kifagio sasa, sio kusema what are they doing? Unakuta mpaka mtu anatembea, what are they doing? You need to call these people. No. Ask them to stop fast. I'm passing by. Ask them so. Na ukimkuta amelala kwa jeneza, hiyo mikono haikaagi hivi. Hapana, amekaa straight na ameweka bandage kwa mdomo na amekaa hivi. Ujinga yote ilikuwa nayo hapa duniani. The day you learn, siku utarara, hautaitwa mtu, utaitwa mwili. Kasimbo. The day you learn, hiyo kitanda yako ya 1200 umetengeneza na mkodoro imewekwa mpaka stima, inakufanyaga masaji hivi. The day you learn, ukikufa utawekelewa kwa mawe flat, iko na miba, iko na ile rafu floor. Huko nilikuta Moi pale amewekelewa, haikuweko na simiti, ni iko na makokoto zimekaa hivi. Nikauliza, nani hamuogopi president? Hiyo jamaa mmoja akamwambia hatawezi kugusa inzi. But the day you learn, you are just kitubule. At within 3 days, hakuna mtu atakukaribia. Hata huyo bwana yako unapenda sana na nakupenda na kuitaka nyama choma, hamwezi lala naye kitanda moja. Just learn that. Just underline that word, that you need simplicity to live in this world. Just is enough. Hiyo ingine wachana nayo. Pesa ni bure. Mimi nakwambia hakuna pesa dunia hii sijaguza. Hii pesa hakuna. Nimekula pesa ya wizi, nimekula pesa ya ukoniman, nimekula pesa ya kila kitu, anything, name it. Ile kitu sijaifanya, sijaiua mtu. Lakini hizi vitu zote, koniman, wakataya, ndaya. Ungedikuta nikiongea kama Mnigeria. Kuna siku moja hapa Grand Regency, nilikuwa na koni mtu nikiwa mtu wa Nigeria. Kijamaa kingine kikapita hapo kaniambia, waregemeka, nilimnyanyua kofi. Nilimuita niambia, Oga, wait a minute, I'm coming, Oga. This is a man from the other side. Nikaenda nikampeleka kwa choo, nikamwambia, tumia. Nikamfukuza. Nilikuwa Nigeria. Watu hao mnasikia wamewakoka washi. They are not Nigerian, they are Kenyans. It's only that we know how to speak like Nigeria. Bwana Yesu asifiwe sana. Because nyinyi mlipenda kuligwa. Hakuna watu wanagongagwa pesa kama wa Kenya na watu wa Cameroon na wa Nigeria. Because you pretend to know. Hamkubali kukaa chini. Hamkubali kuambiwa. A strong father, it's like what I'm telling you now. I'm advising you as a father. I'm helping you so that you can move. A strong father-son relationship allows son to know the importance of proper treatment of others. The relationship, a good relationship of a father to the son, he tells them, he teaches them how to relate with others. That is the role of father. Teaching others
how to relate. Anafundisha mtoto wake how to. Hapa hii kanisa ukakuja siku moja usugumusiwe vibaya, huyo si mtu wa hapa, ni mkora. Na ukiweza ushike mashati mpaka nikuje. Na ukiweza darua kofi moja nitalipa, uniandikie biro. Hapa wanakuaga watu sibo, wamenyenyekea. Anakuuliza how are you madam, how are you sir. Lakini mtu mwingine anakuja how may I help you, na anakuangalia na sura inakaa pineapple, how may I help you. Huyo si mtu wa hapa. Ukasikia umekuja hapa hakuna mtu amekusugumusia, wanapita wanahiori malida zao wakipita hawa si watu wa hapa, ni wa kwa huyu neighbor wetu Manyoro. Halo. Ukakuta mtu akisema hapa ithuĩ gũkũ twaragerio ori arenda atwarageria oru datu yageteyo ithuĩ gũkũ huyo si wa hapa, ni mwizi, ni jia amepotea akajikuta hapa kwa sababu alikuwa anataka kuiba, akasikia ile lugha inaongewa ni baya, sasa ndio anasikia. Mtoto wa hapa, mtoto wako ni mtoto wako, hata kama umejikunia mtoto wako anakuheshimu tu na anakupenda. Hata ukigoromoka uambie stupid nyamaza, bado watamuita daddy, watanyenyekea. Hawataongelelea wewe, hawatakusengenya, hawatasema wametumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukasikia mtu akisema tumetumiwa hapa vibaya, tumefanya hivi, hawa si watoto wa hapa, walikuwa waizi, wakasikia polisi wanapita, wakajificha huko. Ni time tu wanaongojea waende. So baba amefundisha watoto wako, mimi ni baba yenu. Mimi nikiwa na sina, I'm still your father. Today I might be having it, but tomorrow I don't have. Hallelujah. Na ukiona watoto wa nyumba wale wanavumiliana na baba na wanatembea na baba, hao wamekuwa watoto. Yes. Mnaangalia betri kabla na mnunue ile kitu ya kuchaji mingi. So any person ambaye unakuta anazungumzia huyu ndio mama, lakini unakuta hawa wanamstengenya, wanazungumza, they are not the children wa hiyo nyumba, ni mahurumo kile kulia na ruto melima ni mathingeri nikio mararia. Hallelujah. When kulikuwa na loopholes za wao kukula, walikuwa nasema daddy ni mzuri. Hakuna mahali, daddy ni the best. We have the best ever pastor. We have the best ever dad. Hallelujah. But wakati daddy atagundua hawa ni wakora niko na wao, unaanza kufuga mashimu, unafuga mashimu. Ukifuga zote ndio goko twaragerio roho. Goko na goitikara goko na goike na ngania rure akoragwo haria ni matara warekirwo nginya arathi. Kwa sababu ni huru, ni masimu ulifuga. Wakati alikuwa nakula, daddy alikuwa mzuri. Lakini wakati daddy amejua haya, kumbe hawa si watoto wangu, sasa unaanza kufuga masimu. Ukifuga masimu yote ndio utasikia sasa lugha zinaongelewa. Sasa unajua ile manyoka ulikuwa nazo, nilisema mkae padi. Kaeni padi tu. Mnaniangalia na huko. Kaeni tu padi. Kaeni pale. Nyinyi ni watoto wazuri and you are very very beautiful. Very beautiful. Nitawanunulia nguo kama hiyo hata mimi. Ni ule alinunua alibarikiwa wakati huo. Munipatie measurement zenu. You are so handsome and beautiful. Wanakaa watu wa kwa ndege. Hebu angalia tu ni kama Emirates. Wapigieni makofi. Yes, that is how we want the church to be. Beautiful. Sindio? Tuwanunulie ni tugo twingine wasikae na niziko hunyo kama ekirete ogome tondu mahura frequently kana tigo kagihuro muno ri nikahunyo kaga nitigo tumathondeke. Yes, ndio ikarage gukuthomage guku. This is home. Ego gacugwa, this is home. Nitwatigirie okora na tumerage tutiri andu ega no tucenjie. So therefore, the most important and how to know whether this is your daughter or this is your son, or what kind of a respect they give to you, it is when kutakuwa na kaishu kashida kidogo that utajua. Ukigoromoka kidogo ni huyu, utaona nyina uko ni ndio ka kwa mwako tesi anacha gocho tatu githomero huko na naenda huyo ni nyoka. Hiyo ni nini? Ni nyoka. Mtoto yako
hata umutukane namna gani acokaga na hau nyujure agagukirira hwaini kona ni acebia nyumba ni athi kwihingira bedroom akaririre kuo no ndangithie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi. Siku moja ndio nijue hapa kama niko na watoto nilifanya hivi. Kuna wao nilikuwa napatia tu pesa nikafuka tu pesa tuote nikafuka nikasema hakuna pesa. Ni wakakaukiwa na sasa hiyo mimi naitisha natuma mama mwingine hapa naenda pale Java ananiletea kikahawa kizuri na chicken pie na kuja nakaa pale nikaweka viti pale. Siku that very day hii kanisa kuliondoka watu 8 na wakasema mimi siwezi kaa kwa hiyo kanisa watu na. Sasa nikajua kumbe hizi shirale joy hizo shirale ya radio cia ciana ciakwa wakadikajua hawa wameondoka hawa kuna mahali tukienda na wao. That is how you know your children. Sometimes you become good, sometimes you become bad, so that you can unajua ndio nijue weakness yako nitakusukuma kidogo ndio nijue kama utavumilia ama hautavumilia, then I'll be able to build a relationship with you. Ndio nitajua weakness yako, hasira yako inafikaka wapi, inaendaka juu ama inaendaka kobokobo, mawevu. Najua kuna ile inatembeanga hivi, ndio uweze kusaidia mtoto. Ndio uweze kusaidia nyumba kama hii ikuwe na watu ambao watasimama vizuri na watasimama na vision mpaka tuende bali. Bwana Yesu asifiwe sana. But if you lack that, unaenda on a blanket mission, unaenda yewe hauna shughuli kujua, hautaki kujua, utakuja kukuta ulinunua mayai supermarket ukifikiria ni vifaranga kumbe ni mayai ya nyoka. Leo magashoka tulikie lilia you are in need. Ukona utonyoka turathi atia? Turathi huko. Hallelujah. So for me, and that is my principle, for me and the principle of God, I will treat you sometimes like trash because I want to see the inner man that is you. How can he behave? Nitakusukuma to the wall. Nitakusukuma mpaka uone sina huruma because I want to see the inner man. This outer man can pretend, inaweza kupretend. But kuna mahali unaweza kuguza kitu, uguze mtu vizuri. Tujagetohera hata wewe kama bia nako unawe, wewe shinagia wewe. Na the 1 hour earlier wakati uliingia, hello sir, how can I serve you sir? Hello sir, how can I serve you? Hikwa akoreheire mai na ni nyoka naguo ri agwita kithe nyoke ni mundu ngwikirira ginya kindu ukue. Unaonaga sometimes baba yetu alikuwa anatuchuna. Baba yetu mzazi ni late alikuwa tukitoka shule alikuwa amezaa kama mimi tu. Baba yangu ako na watoto 20 lakini yeye ni bibi mbili, mimi niko na bibi, mimi lakini wangu ni wengi. Sorry, tuache hiyo story for another day. So siku hiyo alikuwa analipwa salary ya 6,000 shillings. Imagine 6,000, watoto ni 20. Alikuwa anatuona tukikuja, ametengeneza nyumba, anaona bari kabisa. Sasa tukikuja unaona ameanza, anajua ni school fees. Anakutai mtu unakuja unakaribia unakuja. So nakibia unafikiria ni school fees. Kofi kile pa. Enda chukua jembe ukalime. Sasa unashangaa udahuliro okay. But you can't question. Haraka unachukua jembe hata kuna kutoa uniform, unachukua jembe unaenda ukalima. Sasa pale unakuta brother yako hiyo mwingine na yako pale akililia huko mwingine. Unakuta huyo mwingine. Kumbe ni ile stress tumeweka huyu mzee. Lazima ageituliza na makofi. Sasa kutuliza anaenda kutafuta, unakuta amechukua, alikuwa anakunywa taska. Amekamata, ukiona ameshika taska mbili anafanya hivi. Nyingine na hii anafunua hii. Ni pressure ile kwa kichwa yake. Anakakaa kidogo anamuita, "Kujeni hapa." Sasa hiyo ameuza kabusi ama ameuza kini. The following day mwamuke mapema mwende shule. Umesikia? Tutakele na school fees. Pa nuore haga. Pa. Vitisho. Lakini hatukuchange. Na huyo mzee hakubadilika. Aliendelea kuitulelea kumuita daddy. Is a man mtu zena peda. Alituchapa. Alikuwa anatushika hivi, anashika hivi, anakutemea mate. Lakini bado aliremain kuwa baba yako.
Hakuna mahali tuliachana na yeye. Tuliendelea kumuita dadi. Tukasikia kuna mtu anasengenya yeye. Tulikuwa tunaenda tukiwa watu wengi. Tunachapa mtu. Kuna kamzee kalikuwa anasengenya baba yangu. Tulikavamia, tulikanyorosa. Mama Gira akasema, "Adi yako dakana ihesi Waruinge." Asiyejoru. Hata mzee akatujijia busi. Tabia hivyo. Nataka wanaume kama nyinyi. Uko dikwenda ulimo mutikade mudakana lehe ulimo haha. Ndio unaonaga na kuwaka strong because kuna kitu niliwekwa na baba yangu. Kuna kitu niliwekwa hapa. Nikaambiwa mwanaume ni kupigana. Hii dunia lazima upigane nayo ikupatie chakula. Hii dunia lazima upigane nayo uendeshe gari mzuri. Hii dunia si miracle. Baba yako hakuniambia kuna miracle utakutana Nairobi upate gari. Hapana. Aliniambia gari, pesa ziko na watu ziko kwa mifuko. Na zinatolewa kwa mifuko. Nikatoka huko, alitusomesha. Yule alifika klasi ya chini sana, ni form 4 kwetu. Hao wengine wote tuko na masters. Mimi niko na degree 3. Yes. What do I say? Do I say? I don't say. Yes. Alinifundisha you have to fight for your position. Akaniambia you have to fight your own battles. Sio mara kwa kitaka, "Baba, hapana, fight for your position." When you are in a church like this one, fight for your position. Guarantee yourself a position and secure your position. Do the work of God the way it's supposed to be done. Fight for it. Defend your position. Sio ukae tu hapa masiwa maraya. Ati kukitokea kadogo tu ka baba yenu. Ati nilionekana na kamusiana na huko kumbe na Photoshop ni kichwa ya huyu imekatwa kwa picha imewekwa na mwingine skati ikawekwa. Sasa na tukaletwa mkono yangu imekatwa imeletwa imeshika hivi. Kai niramuonire. Aramunyitete huko. No. Pastor waka nitheri. No nakole ya hatari kia ramu na kuwa roka nako huko. Kai. Niyo kanitheri ndiko choka godi. You stand. I love Catholics. For those that who go to Catholic, ushaisikia skando ya father kutoka kwa Katolika? You can't hear them. Hakutiria duaganu they know the father. Kutiria duaganu they know. Kare ni hata thia konywa nao. Na to sister tutuona katuthingi maria tuthie guguo. Hatire gathingi ke hau ni machakura mandu aya. But huwezi kusikia skando. Wanajua kufuga mdomo. Na wanatetea kanisa yao. Na ndio unaonaga kanisa ya Catholic. Ushasikia Catholic wakifanya crusade? Hawezi. But Catholic is intact, well disciplined, well nurtured. Because kuna culture wamelelewa na hawa mafadha. Wametufundisha vizuri. Yes. Hakuna kanisa inachukua pesa mingi. Sisi wanasemanga tunaitisha pesa na jia miracle. Kwa sababu mnalete hapa. Hakuna kanisa inachukua pesa mingi kutoka kwa watu kama Catholic. Na Catholic hawakuchukulii hapa. Wanakuchukulia kwa nyumba. Wanakuambia zote kama mwaki. Nitoboka. Father akikuja sasa hapo, father ndio anauza policies za kanisa. Hapo ndio uoga yote inahusiwa hapo. Wanatengenezwa wakikuja kanisani wametengenezeka. Catholic in the house. Ni kweli naongea ama naongea uongo? Si ni kweli? That is where we see Catholic is growing tremendously. They don't do fundraising. They do wananimohodhi. Mera na kanisa daka ni isa offering ya kitu fulani. Offering. Lakini sasa hapa nikitaka kununua vitibiri. Tutatangaza 6 months in preparation ya kununua vitibiri. Hallelujah. Because we are indisciplined. We lack fathers. Because we lack what? Fathers. People who can father you. People who can tell you that this is the direction. Kubarikiwa kwa kanisa, kubarikiwa katika huduma yote, ni wewe kusupport kazi ya Mungu. Ni wewe kusimama na kazi ya Mungu. Ni wewe kutembea jinsi Mungu anavyotaka. Maana giving, those who give, they are given back. A hand that gives is given in a receive. Lakini sasa hapa tukikuja, we are not ready to be taught. Hauna wakati wa kukaa chini, maana unataka kukimbia. Uko na giri yako 10 unataka kununua muujiza uende ukafanye biashara ya magendo hapa chini. No. Hata uwezi sikia watu wa Catholic wakipelekana kotini. Very rare. Wakipelekana kotini. Ni ile kesi moja tu ilikuwa hapa, ile ya kanisa, ile ya hospitali ya St. Mary's. Na mimi nilihusika hiyo. Nilihusika. Ule wakinyang'anyana na ule msuku.
nilihusika. Sitawaambia nilihusika aje. Walinikuta wakaniambia tusaidie hapa. Siwewe niko na jezi yetu tusaidie. Nikasaidia tu kwa sababu waliweka kitu kwa udomo kwa mtumbo yangu. Ugeko gothogudi adale. Ugekate na emuri. Kaideti ugetekere kugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. There is some discipline that is brought by the Father. This brings a relationship, a father and a son. Now when we have a good relationship between a father and a son, there is growth. Kuna kukua, watu wanakuwa, you grow, you mature in the head, una mature physically, una mature, na wewe unakuwa responsible. Unakuta you are now a man. Mimi nikiwa 17 years I was already a man. Na nilifuruga Kenya. Nikiwa na 19 years I had 1 million kwa account mimi. And that thing has happened to my sons. I'm telling you. All my son kamoja kako 17 years kale kako America. Saizi kalinitumia kamenunua gari ya milioni 6. Hallelujah. Ati kalikuwa kanataka kuni overtake. Nikamwambia hata ukini overtake I'm serious son. Nikauza uoga. I'm serious father. Hallelujah. Nikakomando ndani ya army ya America at 17. The same time I started to commando hapa duniani. What do we impart to your children? They become. If we impart them negativity, they will become negative. The couple is now strong, anakuja next week. The couple is strong. Ameigiza milioni. Venye niligiza mwingine. Huyo mwingine mkubwa yake. Saizi alikuwa ananionyesha account yake. Iko na kitu kama milioni 17. Kako sawa kako na miaka 20 na wameoa. Msianza kuwatufutia watoto. I like my daughter to meet your son. A strong father relationship allows son to know the importance of a proper treatment of others. So true sons, they have these aspects in them. They have respect. The true son of this house, they have respect. They are humble. Number 2, true sons of this house, they are honest. They are completely. If myself I'm dishonest, I'm not loyal, I'm not honest, my children will not be honest. But if I ninatangaza honesty to everybody, everything in this house, all the children wa hii nyumba, hata nyinyi mtakuwa honest. Mkitaka kukua, you see myself, I speak my life. I have tell you I've been a prostitute. Sidio, sinawaambia hivyo. Lakini nikikuuliza wewe ushaifanya hiyo? Die manie die kama utamasio. Nie moto tamasio matiara gyo mbele ya no kegwire. Whatever mnaonaka nikisema hapa, nikukumbuka nimekumbuka hii sijai repent, I speak it out, inatoka. Repentance is speaking it out. Inakuondoka. Lakini tukwani ya mbele ya acha die dikitikira. Waikara nigiririkana he andu ndahurire umaraya na mutumia mukuru hapa si kesho hapa nitatoa hiyo story yote jua nimefunguliwa biguni. But confession, there is power in confession. Confess hizo vitu mumefanya, hizo mlifanya huko kwa giza kashugwa etekera kubura maundu maganu mari wekeraga na tukatibio kemetigera mere need meraga need ari mu maraya moru. Yes, I wish nilikuwa malaya mbaya, nilikuwa mwizi, kitu kibaya, dogiadire kwa kihiga kwa itura ya witu yothe kijiko ingepotea kwa nyumba ya mtu mahali kwanza kulikuwa natafutwa ni kwetu, na chances ni 70% itapatikana huko, kwa sababu kuna vipini nilikuwa natuma edeni mchukue sufuria kuna huko na huko mulete. Mimi ndio nilikuwa wanalete kwetu nyumbani kwa kadhigira yangu, hapo ndio battle zone. Chances ni kwamba lazima wange suspect tu kitu imepotea. The first stop ilikuwa kana kujaga kwetu. Na tukijua kuna kujwa tunatoa vujo. Vijana vipi zote. Mlenda koja jiende mwishinie. Jiende kedogeo na yuko kwa nyumba. Hiyo sasa ndio naitanga speaking out is submitting to God. This I've done, God. I'm presenting myself to the court of heaven. When you say it,
When you denounce it, unaizungumza kwa mdomo yako, you are presenting yourself to the court of heaven. The court of heaven peke yake ndio iko na judgment yako. Mimi wakati nilikuwa nimefanya makosa, kuna judgment ilitolewa juu yangu kule bikuni, na haiko judgment mzuri. So from then, because I know mistake ile yote nilifanya, what happens to me, I normally speak it out. Na iogelelea, na ipeleka kwenye mahakama ya kule bikuni, ndio Mungu anihurumie, kwa sababu nimeisema, sijaficha. Si ndio? Nikimwodhiaga haraka gathandũkũ ini kumbura ki Wakatoliki kuna kasandũkũ nie ndaire ngereka tũraire na ithe wa Kariuki na nĩ mũthuri wene na kĩmũbĩ akauga atĩa, nĩ warekerwo mehia maku. Yeah. No kaheo mahoya thejo. So ni kwari waganu gathirira hau ni ugacoka kwa Kariuki ringi. Bwana asifiwe. True sons are honesty, very honest, genuine and honest. They are honest to their father, they are sincere. Hawatakuwa na ukora. Ile kitu mpate, kama ulimpatia shilingi 1000 na ndio nimfanye kazi na hiyo, atakwambia story ya hiyo pesa venye ilienda, and that is final. True sons they have humility. Genuine sons, they got humility. Wanajua kuvumilia. Si kuambia usirukaruke hapa, eti kwa sababu mtu amesema tukuna mama anarukaruka hapa, unaenda huko kiambia wa mama, nie kanithia nendete Apostle muno na riu ni ndero ndikacoka kurugaruga haria na riu kuma muthe nie ndigocoka guka kanithia. That is not a true son. That's not what? A true son. A true son will stand and say, ona rucio no ngoka kurugaruga, iyo ti nyumba yanyu ni nyumba ya baba. Ona rucio no gweka atia, no ngoka kurugaruga, ndirugarugagira mundu, ndugarugagira Ngai. Mungu akiwa mbinguni akisikia umesema hivyo, anakuja anakupatia security ya malaika hapa na Michael hapa na Michael mwingine na mwingine, anakuleta mpaka hapa, anakuambia ruka sasa. Kwa sasa hiyo unasikia umewekwa spring, unaruka mpaka unasikia huko juu, because you have confessed your God is supreme. Hallelujah. So therefore, true sons, they got a spirit of humility. Hallelujah. Wanajua kukaa, wanajua kuvumilia. Na ya mwisho, true sons are responsible people. Sio watu wa kuambiwa pageni viti, sio watu wa kuambiwa fagieni nyumba, sio watu wa kuambiwa fanya ni kitu fulani, sio watu wa kuambiwa sasa ni wakati huduma service inafaa kuanza. Hapana, they know that this is a time tunasaka. They know this is a time tunafanyaga. They know this is a time tunaedaga. They know automatically it is in them, because wamekunywa spirit ya baba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kujua mhubiri wa kwa James Maina Ng'ang'a, anapujo kama Ng'ang'a, kwa sababu wamekaa na yeye, amelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kujua mtu wa PCA, anakuwaka kiuPCA, they are calm, wametulia. Ile kitu wanajua tu ni kusukuma dama hii, wanasukuma hii dama pole pole, na maneno inatokea pale mbele. Hallelujah. That is how to know they are what? They are what? They are responsible. True sons are very responsible. They know how to defend. Hii nyumba uwezi kuja uingie pale na ulete fujo zako ati wanasema siwetu hite pastor. Hapana, wanakushughulikia kabla pastor afike. Kuna siku tukiwa kule City Stadium tulikuja kuauctioniwa. Auction yes, wakakuja na wakaingia. Sasa walijifanya ni wakuja, watu wamekuja kuombewa. Wakaingia, wakakuja. Kuna mtu tu wa kanisa alikuwa ametuseti kwa auctioneer. Ndiye alikuwa amepatia na vitu zote zile tuko nazo. Ni mtu alikuwa anataka kanisa ifugwe. So ndio nakwambia, we have true sons in the church and fake sons in the church. So tukiwa katika hiyo hali, auctioneer alipokuja wakaanza kuchukua viti. My true sons akina Buju. Ulikuwa na nani Buju? Na Otodi wawili walikamata wanaume 12. Walinyorosa.
Walinyorosa. Hakuna kitu. Mpaka hawa jamaa wakasema hii si kanisa. Hii si kanisa. Kumbe wanajua kanisa yote ukienda una auction tu na ni kubeba tu na kwenda. Hapana. When you have true sons, they look like you. They look like who? Na nikawaheshimu. Ndio naona Buju simwachagi. Otodi alikuwa mang'amang'a. Ako huko tunamuona tu, lakini atarudi tu. Sasa lakini nikawaheshimu. Buju ndio namwachaji. Buju ndio anachukaka hii mali yote iko hapa. Jaribu siku moja tu, kwa sababu mmekaona nikamkode. Kata kunyanyua vibaya sana. Because baba yao na yeye is a no nonsense father. Yes. That is how you train your people. That is how you make your people understand. Lakini si kutokea watu hayo, unakuta watu wameingia, wengine wanarukia, wengine umeona mpaka wamekata mkono na kioo wakitoroka. Hapana. Nikajua hiyo tabia yako. Fanya kazi, nitakuja kuangalia kazi imefanyika namna gani. I'm the one who will take the responsibility. Polisi wakikuja nitasimama hapa mbele niseme ni mimi nimefanya hii kazi. Ondoa hawa. Wewe amkeni, tokeni. Ni mimi nimerarua hawa watu. Ni bebe mzigo, maana I'm their father. A father carries the burden of the children. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yangu alikuwa anakuja, nimetuhumiwa, nimepelekwa mpaka kamiti. Baba yangu alikuwa anabeba taito yake ya shamba anakuja ananitoa nayo because I am a son. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa mwana wako ni athomire kathomoka ngoma. Mwana wako ni devil worshiper. Sasa tulikuwa tunaitwa devil worshiper. Mwana wako ni baba anasema yes, ni akoro devil worshiper, but this is my son. Hawezi kulala jela nikiwa moyo. Anakuja anapeleka taito yake, natolewa natoka. Wazee wanamuuliza, yani ndio igua mwana ni agothenirie muno. Atikavogia ciarete kiondo. Acha. This is my son. Na anatoka hapo anaenda kwa bana itisha chupa mbili, anasema sasa anajua, si anajua kuna news. Sababu anajua lazima kukue na news. Anaenda kwa TV, anakaa kwa bar. Mahali kila mtu anamuona. Na sasa wengine wanasema yes. Weka volume hapo. Wanasema nini? Ati Dora nani? Na watu wanajua mimi ni mtoto yake. Ati wanasema Dora nani? Dora Waruinge. Yes, okay. Wewe, tulizeni. Si ati anataka kusikiliza wajue this is my son. Ama hako kwa TV. Anataka kuambia sasa nyinyi wenu wazuri, simuwalete hapa. Wangu mbaya ndio ule. Nyinyi wenu wazuri, siwaletwe hapa. That is a father. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a father. Despite the challenges you are going through, despite the names they are calling you, a father will stand with you. Hallelujah. And that is the strength of a success. When you have father-son relationship that is good, you build mahali kwa mlima kwa mawe, mtabomoa hiyo mawe na mtajenga. Hallelujah. Ndio naonaga watu hawa Catholic nawapenda. I keep on mentioning them because wakisema watajenga kanisa, wanajenga kanisa, unaona kweli hawa ni watu wa Mungu. Na sisi ambao tunaenda mbinguni, unajua watu wa Catholic hawataenda mbinguni kulingana na sisi. Sisi tumejenga nyumba ya Mungu. Ile ni mabati imetolewa mkuru kwa bube ni kule kulichomeka. Mabati ukiona hiyo nyumba imejengwa na ni mpya, imekaa hivi. Na unakuta kanisa mzima hakuna mtu hana mwavuli kwa sababu mvua ikinyesha. Imagine. Na sisi tunaenda mbinguni. Sisi. Na wale ambao hataenda mbinguni wamejengea Mungu wao nyumba mzuri, sincerely. Hata kama Mungu ni mjinga, ataangalia nani? Twaliema. Agodi kwa kanya bakaka. Hapo adeketa maximum miracle orientation and what center? Healing power. Ikiitwa healing power. Sasa healing power na nyumba imejengwa na mabati ya kuchomeka. What kind of a healing power are you talking about? Niye kanisa kama mabati ndigedhi. Siwezi hata kidogo. Hiyo makanisa ya mabatini siwezi. Na pastor amesimamisha gari hapo. Hata kama ni KNZD amesimamisha hapo. Kakari ka milioni na ile nyumba imejenga hapa imetumia 1200 na kuna kakari ka milioni na mtu ana hiyo pastor anakaa doni home analipaka 35000. Hiyo kanisa siwezi enda. There is no success. Hakuna baraka. Nikio muri atheni. That is why nyinyi warokole you are so poor.
Because you are associated with a poor mentality. Akili ni poor. Because this is a con man. How can you ukoni people na umekoni mpaka Mungu? Ulitoa wapi pesa ya kununua gari? Ukakosa pesa ya kujengea Mungu. Hata kanyu. Mabati iko mpya. Gari sheet. Mabati si mabati. Mabati ni doom sas. Unaenda huko. Ununua badala kununua kagari. Tengeneza nyumba ya Mungu. The rest will be added. Seek ye the kingdom of heaven. And its righteousness, and the rest will be added unto you. Yes, that is what you need to do. Sio kuweka gari hapo unakuta kijamaa kiko na Prado yeye kai. Heka nisege ndadire Madonna. Na nimepita hapo mara 6 nione kama ni kweli ama ni kahaya. Gari Prado ni ya pastor. Nikaenda nikamhoji nikamwambia nataka kununua gari kama hii. Nikamwambia pesa ngapi? Akaniambia ukiwa na 3.5 milioni utapata gari. Na nyumba. Nakutuka wakati Sinai kulichomeka ile pipeline ilipuka. Hiyo mabati ile alinunua hiyo mabati. Ndio sahihi amejengea Mungu. Hapo. Prado inasimama nje. Na nakaa wapi? Donholm, nyumba ya 40,000. Ile nyumba wanaabudia Mungu. Hata paka, hata panya hazietagi. Dalili gerora kana negwa na spider kama zimejega. Hakuna hata moja imejega. Because hakuna conducive environment. Wanyama wa Mungu, vitu za Mungu zinatafutanga mahali pazuri. Ukikuta kwangu kuna cobwebs ziko zimejaa huko. Na ukipita kitchen utakuta kuna nyeje zinapita. Kuna kuna grace ya Mungu. Kuna nini? Kuna vitu. Hata wanyama wanakaa vizuri. Hiyo naweza na hiyo si uchafu. Basi hapa ngine. Utake Mungu akona ile pastor. Kiundegeko. Ya jazile hago ndegeko. Havana ni conducive environment. Make this environment for you. You have a conducive environment, a good environment. Bwana Yesu asifiwe sana. And this can only be built by a son and a good father relationship. Because there is humility, there is stability, there is what? There is honesty, there is respect, and there is responsibility. If you read the book of Proverbs 23 verse 24, if somebody can help me, and also Psalms 32 verse 7. Father, somebody, are you able to do it? Proverbs 23 verse 24. Imekwama? The father of the righteous shall greatly rejoice. The father of who? Who is the righteous? The son. Kwa hivyo ukitengeneza mtoto akwe mzuri, the father of the righteous shall greatly, the matunda nitakula. Nikitengeneza watoto wazuri sasa hapa. Sasa nasema ngoja nikupatie example mzuri. Bishop Harrison Nganga hata saizi resign, aende nyumbani aseme hata hubiri. Ako na makanisa zaidi ya 400 Kenya mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakula jasa hata siku moja. Kwa sababu amelea watoto wako na heshima na yeye. Wanampenda. Heshima. Watu kukuwa na makanisa 400 ni kumaanisha you have a seed that grows. Seed inamea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kinamea. Na kama sasa niko hizi, ni hii siko peke yake ya Deronili. Wakati nitaondoka, si hata mimi nitaisha. That is why I need to grow children who will take over me. Who will ataendeleza maono. Na sasa wewe ukikuja, maono yako itaendeleka na itakuwa mzuri zaidi na itakuwa kubwa zaidi. Because umetoka kwenye mudhirimo iliyo na baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the most important thing. When you are looking at your future, look at the relationship you have with your children. What kind of children are you raising? What kind of a group? Watoto, unainua watoto aina gani? Ni watoto wa sasa ama ni watoto wa kesho? Unainua majambasi ama unainua watu ambao watashikilia maono mpaka iende bali? Kama hakuna timu ya kushikilia maono, fuka kazi yenda tu nyumbani, wajiokoro wako teudhukia tu pesa twako. Kaniatea. And he that begetteth a wise child shall have joy in him. If I have wise children here, watoto wazuri kama nyinyi hivi mlivyo, I rejoice in you. Ninafurahi nikiona mama kama huyu wako hapa,
kama huyu wako hapa, Grikenaga, I rejoice. I have joy in me. Tuana tuwakutulia kama huyo mtoto akikuwa na wisdom nzuri, you rejoice, unaenda ukiriga. Baba yangu walikuwa na mulaani, wanasema baba yangu mimi amezaa criminal, lakini baba anasema na wananyamaza. Wasikilize criminal. Na unaona mzee anakaa hivi. Yes. Rotile kudoma la mtwara. Mtamwachilia tu, mtamwachilia. I know my son is very clever. Lazima atatoka. Ana rejoice kwa sababu anaona hiki kimutu kimebabaisha Kenya mzima na ni mdhilimu yake. Yes. Ana rejoice, and that's the power. Get Psalms 32 verse 7. When you have such kind of character, wazuri, hata kwenye kazi yako, in your company, everything will work. Unaenda Dubai kukula mali yako, unakuta watu wamefanya kazi mzuri sana. Thou at my hiding place, thou shall preserve me from trouble. Thou shall compass me about with songs of deliverance. Verse 8. I will instruct thee. That's how thee. I will instruct thee and teach thee in the way. Hii peleka Catholic, hiyo ni ya Catholic. Hiyo ya thee na though na tha. Hiyo peleka. Hata unaigwa thee ni kugate. Unaigwa thee. Thou. Orio thou ugiwa thou ni kindi thou emwe. There are 5 stages of a father-son relationship. We got 5 stages, and that's why I want to go very fast. Stage number 1. Stage number 1 is they idolize you. There's idolization between you two. There's love between the father and the son. There's caring between the father and the son. There's admiration and there's greatness. Unakuta kuna upendo, kuna that greatness. You know your father anakuwa mwizi lakini unampenda. Unajua baba yako anakuwa mwizi lakini unampenda tu. Unapenda baba yako. Na hata ukimkuta mahali akitakaswa kwa TV, unaambia watu fugeni hiyo TV ama niipige. Wasiendelee kujua baba yako ni mwizi, because you love, you admire your father. Hallelujah. You admire what? Because he is your idol. Number 2, also there is this disagreement, discord. The relationship of a father and a son inakuanga na some discord. Unakuta kimimi kimeanza kukua kimwanaume, baba anakuambia usiende. Sasa ni discord. Sasa tulikuwa tunaambia tusiende. Wangapi walienda watoto kaa chini? Watoto kaa chini. Ile sinema ya watoto kaa chini ilikuwa ni usiku, na tulikuwa tunasafiri, unatoka kutoka mpaka Githurai na ni mguu. Sasa huko mtarudi saa 9 usiku, saa 8 usiku ndio mtarudi nyumbani. Ukikuta kumefugwa kama baba kama zetu amefuga na kuna kufuguliwa, mnakaa huko na unaenda unatafuta pale ng'ombe milala mzuri, kuna joto, unajisuda hapo mpaka asubuhi. Sasa baba anaamuka asubuhi mapema, anaenda na chungulia, anakukuta mahali huko, anakunyanyua kofi, pa amuka. Unaamuka. Sasa hiyo discord ya kukataa, kwa sababu kuna macho inafaa kufurahishwa mahali fulani, yeye hajui, wewe unajua. There's that discord. When hiyo discord ikuja kwa most of you, mko na vijana teenagers, you agree and find a space for it. Kana hao mtoto kubaliana, kuna mahali you give in na mahali unakataa. When give in kidogo ataona ni kama amekuwin, lakini you will win over him later, kwa sababu utamshika. Lakini ukimwambia hakuna, nimekataa, ataruka juu ya fence, atakuacha kwa nyumba. Na unajua hawa sasa wamekuwa wakai, unakuta kuna watoto 5 wako kwa nyumba moja, sitting room moja, amekaa pale, mwingine they are communicating and they are not talking. Na ni wewe discussion. Leo mnaonaje? Mnaona mood kuna namna gani? Huyu anajibu yake, huyu anajibu yake, na hakuna kama mtoto kanaongea na kingine, ni simu tu. Wana kudiscuss, ukienda kulala ushadiscussiwa. That is the discord, the disagreement. In this era,
accommodate them, walete karibu, then you change wakiwa karibu. Lakini ukiwa push, unataka kumuonyesha wewe ni mama ambaye alilelewa na Kale Francis ambaye alikuwa na discipline, akae pale na wewe mkaa hapa, watakudiscuss kwa simu na watakuacha tu hapo. Na utawacha ukimwaga ukilalamika, and nothing will happen after that. Bwana asifiwe sana. Number 3, they evolve. There is evolving, kukua, evolve. Watoto hasikuizi wamekuwa at the age of 12, kasichana 12 years ni kamama. Mmenoti hivyo? Kasichana 12 years ni kamama, kako mpaka na periods. Sasa ile story utakuta kakiogea ni story ulianza kuogea ukiwa na 35 years. Hapo haraka kwa sababu ya ujinga yako ni pastor simu. Pastor, hoera mwana wakwa nye maundu maria ndaigua na maria nyonete tene guthirira Jesu ni aroka. Jesu aroka gwika atia na nduti ahonoku muigwete China mahonokete. Jesu augire agoka China andu othe mahonoka maigua kiugo tire thira aroka. Jesu ndaroka na ihenya. India they are billion cigana India. China ni 2 billion. Hawajaokoka. Ni hapa tu Nairobi na ni Kenya tu mmeokoka na mjafikisha milioni 2 na tuko 52 milioni. Aroka augiri yako kia gomana. Utia kuja kugate ni Jesu ni aroka. Gotire ruka mwana waku. Understand, ujue kamekuwa na period, si wewe uliweka period. Ama ni wewe ulikaweka? Si yako ilitoka ukiwa na 35. Yes, understand, dynamics zimechange. Si wewe ulikaweka na wewe siwe controller wa period, ujue this life has changed. The life you are living is completely different. Sasa rudi huko chini. Wacha kukaa huko juu. Rudi chini, muanze kupanda na hako. Na understand language yao. Kwa sababu usipo understand language yao, mtakuwa ni vita. They have evolved. Sasa si kama sisi, unajua zamani tulikuwa homo sapien, homo erectus, tukarudi tukakuwa homo habilis, tukakuwa nyani, from there after nyani tukakuwa chimpanzee. Sasa mbona hatujajeje kutoka hiyo ile kitu tuliachia? Sisi ndipo tuliambiwa kuna siku tulikuwa iliasaka na nini? Ni homo habilis. Ikarudi homo erectus. Ikarudi homo sapien, ikarudi homo sapien. Homo sapien sapien. Sasa ndio sisi ni homo sapien sapien. No, that's a lie. Mtoto ukiona amekaa hivyo, rudi chini. Unarudi chini because this life is evolving. Kakijana kama haka, I'm sorry to use you. Kakijana kama haka, kako na akili mingi kutuliko hapa. Kanaweza kutukaraka tukiwa hapa tu. Kaza tukaraka pole. Kwa sababu tunamdismiss ni mtoto, lakini akili ni ya mzee. Na hiyo ndio mnaanguka mtihani wa mama na wa baba. Unataka kubehave ile homo sapien, homo erectus na homo sapien sapien. These are not homo sapien. These are homo computers. These are homo computers. They reason better than you. Atakuja na simu yako, ataweka password yake ndani ya hichi atakuachia. Lakini vitu zingine huko atakuwekea password na simu ni yako. Atakuwekea password, aibe pesa yako na afute message na kila kitu na akae hapo na ukae na kurudishia simu yako na password ni intact na wewe tu ndio unajua password na anaijua. Kijana yangu alifanya hivi akaniambia aliangalia video ya Prison Break. Asa akaniambia sasa tulikuwa naweka password sinile nafanya hivi Z. Unajua sisi toye kuwekea Z to dogo ni kuonirio ni model ya wekelile Z ya mbele. Sasa kijana yangu hakuwa anajua, alikuwa anafikiria kitu kama hiyo. Aliona amefanya akapulisa hapa. Kisedi kikajichora vizuri. Ali need to humidity ya kimuhomo. Z kajichora akaweka Z. Kafungua. Kaniuliza na put your password. Na nikitoto. Sasa niliona huyu ni japazi kwa nyumba. Na nikingangana na yeye atadiagusha. Mimi nilirudi chini, tukaanza kupembelezana sasa kupanda na yeye, nikamgeuza pole tukakuwa marafiki. Change the attitude you have towards these people. Change. The moment you change the attitude, you stand very well. Kama wewe ni pastor kanisani, wacha kukua boss.
Pastors, you don't need to be posed. Evangelists, kwa sababu unaachiliaga neno linaachilika. Ati neno la kinabii. Bwana amesema. Sasa you are now using it to terrify people. Waanze kukuogopa. Hapana. Wanakuitaka sinja. Kwanza ukikwa hemo kuruma kwetu kwa masinja. Ane masinja ni matoi. Sinja anthropos. Nagetuita kwa medusera. Nitaka medusera ni mundu ichi. Aiwa makita na medusera na wake wakiwa sinja. Wewe ujui ni wewe discussion. Bwana ziwe sana. Rudi huko chini. Wacha kuuza uoga. Rudi chini mtembee na wao. Ndio wakuikie, maana hata lugha yako hawaelewi. Hakikisha lugha yako inaeleweka. Wacha kuambia watu, wewe vijana pageni huko viti. Pageni huko. Watapaga lakini kesho hautawaona. Hautawaona. Utakuwa ukipaga peke yako. Eda waza kupaka tabia kujeni, unajua sasa hapa tunafaa kufanya hivi. Na wewe unafanya pamoja. Mnapaga pamoja. Mnaenda pamoja pole. Kesho hautapaga, utakuta wakipaga. Because umeonyesha you appreciate them, you love them. Hallelujah. Hawa watu ni mang'aa. Hawa watu, we are living in two world of two different generation. Very dangerous generation. Ya huto tumutu unaona hapa. Unafikiria ni kama mtoto huko naye kwa nyumba. Kumbe ni baba na mama. Na ni katoto ka auntie, kamvulana ni kako na kasichana ka sister yako. Unafikiria ni kupendana, wamependana anti relationship, relation familia. Kumbe ni bibi na bwana wako kwa nyumba. Na unaona wamejifugia kwa nyumba. Unafikiria ati ya chatting, ati unataka kucheza game. Hakuna game. Hata chukulia kwa dirisha utakuta ile maneno yanafanywa huko, sijai kuona. Tumwambia kuna inatangwa sister, inaitwa nini? Incest. Hawajui incest ni nini? Wanajua kuangalia kwa kompyuta, kwa simu, wanaona yule alifanya hivi na yule alifanya hivi. Tufanye hivi. Bend down. For you to build a good and healthy relationship, rudi chini. Ukikuta kichwa imeharibika, don't command them to go and sweep. Enda mwanza kufagia na umwambie niletee hiyo ndoo. Akikuja akipata mkifagia, na yeye mtasaidiana kufanya hiyo kazi. Lakini sasa uende kusema ati hawa aende. Kataenda, katachomoka, kaende. Akaende kabisa. Tuko namba ngapi? Number 4. Stage number 4. Stage number 4 is acceptance. Kukubali. Ndio hiyo sasa nimekuwa nikiwafundisha. Kubali tu. They consent and undertaking. You consent with them. Undertake. Unashikilia hiyo kitu. Unakamata vizuri. Usikue mng'ang'ano sana. Hata kama wako wrong, find a language to reason with them. Because wanajua wewe hujui kusoma, wao wanajua kusoma. Kwa hivyo from that angle wanajua wewe you are foolish. From that hiyo tu ya kwanza anajua ana deal na illiterate. Na unataka kumfundisha sasa venye atafanya nini? Accept. You are illiterate. Na umpatie nafasi ndio muweze kupelekana vizuri. Hiyo ni stage number 4. To just accept. Kama mtu kamekula madawa na kanajua wewe ni mjinga, na wewe ndio ulikapatia pesa ya kwenda kununua madawa. Na kamekula na kamekupatia hata hiyo madawa kanawekaga kwa bagi yako, na beba kana kwambia ni nini? Ni tropical. Na sasa kile unakula hiyo tropical unajikuta my son, I love you my son. You know my son, you are so good. Kumbe ulikuwa kulikula dawa kama yeye. Unakuuliza my son, kanajua mama amekula ile dawa. Kanakuuliza mom, where is the topic I put in the bag? See, I've eaten. You know my son, I love you. I've eaten. Kai. Ujue ilikuwa ya kwenda kufanya kwa laboratory. That one was testing in the laboratory. I put it. Where is it? It is in the mouth. Bring it. Anakuambia ni ya shule ya kwenda laboratory. Ati ya kwenda kufanya test. Tropical ilifanya laboratory ile siku gani? Tropical. Lakini ushakula, umeko hai. Hallelujah. Pako nabii the following day nabii, my son, si uniletee ile tropical kama ile. Unaanza kukua hai. Unakutaka you are always on drug. Na ukunywa drugs, lakini walikupatia. Hawa watakupatia dawa. Wewe unasema my son anakunywa madawa. Wewe mwenyewe mkienda kupimwa mtawachwa kwa daktari nyinyi wawili.
utaanza kusema mimi how on earth me I'm a Christian. Oh my God, I'm a Christian. Oh, this can't be. Oh my God. No. Me drug, me cocaine in me. No, my God, my God. Na biolete hata napatikana damu yako iko na nyingi kuliko mtoto. Sababu ka kijana kana kuwekea kwa sababu kanataka ulale kakaibe pesa ya nyumba. Kanataka ulale kwa sababu mmekataa kutoa vijana kwa nyumba zenu. Kanataka ulale ndio kaigise girlfriend. Yes. Na kanataka ulale mpaka kesho saa 3. Ndio baada saa 3 kakwe kamemaliza maneno. Kameenda. So utakuwa on drugs. Always utakuwa ukikunywa dawa. Kijana utolawia wako kuna kuligori yako kuna tadhira hapo yangu siku yangu ya kwanza kuvuta bagi nilivuta bagi alafu sasa dunia nilianza kuona dunia kienda hiyo sasa nilikuwa naenda stage number 5 you build becoming a legacy. They become a legacy. When you have built that generation kamepanda hivyo hizo stages zote, the last stage when you build them, they build a legacy. Sasa ndio nakuta mtoto ni responsible, mkikuwa mtoto amenunua ka BMW, nakuta mtu amenunua ka plot, mtoto tu lakini nasikia anakuambia daddy I have 100,000 shilling, nataka uniongezea 100, nimepata plot mahali fulani, or I want to buy a car. Don't dispute, don't dismiss that. Assist, kama kuna uwezo assist immediately. Kwa sababu ameanza kubuild legacy yake, ameanza kujibuild, ameanza sasa kutembea. Sasa unaona sasa hiki ni kitu hakitakuangusha, msaidie. Na ukipata venye unaweza kugenerate hapo, kusukumilia hapo mahali, sukumilia tu hapo. Na unamwambia tena unaenda unatafuta plot nyingine, unatafuta rafiki yake, unaambia take my son muende pale Roiro, mpitie hapo kuna plot zinauzwa hapo. Anaenda nafika huko na usimwambie nimekwambia, akienda huko unaona mom, there are so nice plots are being sold and they are cheap. Like how much? They are only 200,000. Wewe nawe sina pesa lakini tutajua. Just come home, we discuss about it. Anakuja unakambia mimi niko na 100,000. I cannot make it. I've uko nazo zote lakini namwambia niko na 100,000. Ndio tena usimuonyeshe zinatoka haraka. Si hizi school fees ndio zinatoka haraka. Kwa wale tumepeleka watoto wetu shule kubwa. Hatulipagi haraka kwa sababu ati ni responsible fathers. Ni aibu. Maana ulipeleka gari huko, kuna minister na kujua, huko kuna mtu mkubwa na kujua. Sasa mtoto yako afukuzwe shule, afadhali unyang'anye watu pesa. Ulipe ndio ufunike aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. So unatuma kama mtoto kanaenda kanaangalia shamba, kanakuja unakapatia 100. Unakwambia ende ulipe, by next week we might find some money. Unakakaa kidogo siku nyingine 3, 4, 5, unachelewa ile siku ulimwambia, unachelewa. Unaongeza siku kama 5 kanakwambia, "Mama, si unajua tulikuwa tumeahidi." Sasa unasikia kameanza kuwa responsible, hakataki kukosea. Sasa unajua huyu hataki nini? Kukosea mtu. Unamwambia, "Let me check on your phone." Ukikaa kidogo, check on your phone, I've sent you some money. Kanaenda kanalipa. Sasa umembuild. Kutoka hapo ni mtoto utategemea kwa maisha yako. Huyo ni mtoto hata ukikaa chini atalima na atakuwa amekuwa na sense of responsibility na amejua you are a source of his love, the source of his strength. You become strong. Bwana Yesu asifiwe sana. You become very strong. Lakini sasa ukiona mtoto ameanza kupeka ni tule sheria tu mnakuaga na twigi. There is a way. Utaweka hizo sheria zitaingia zote, lakini in a different way, in a lovely manner, in a modern, in a digital way. Wacha kuweka mambo sheria za kianalogu kwa mtu na ni digital. Ni ati na nyotumia haya. Tika ima hivyo kiba hivyo dogo. Wewe ni digital, nataka kuweka ni analog, bado nataka analog. Unigie mtoto yako kwa analog. Hapana. Geuka kwa social digital. Utweka social digital. Amua, you are one. Yes. Teko tuweka mashosho ma analog. Ate, my son, wewe ulikwenda? Ni nani huyo naona mnatembea naye? Hiyo kijana si ni ya yule familia tulisema si wazuri. Mlisema mkiwa na nani?
Kama wamekosana na mama waiboma hiyo ama baba, wacha kukosanisha watoto. Siku moja niliwekwa aibu hapa nyumbani na mtoto wangu. Walikuwa they were supporting, walikuwa pro nani? They were pro Raila. Na sisi tulikuwa pro Kibaki. Sasa my neighbor ni Mjaruo, neighbor huyo mwingine ni Mluya, neighbor huyo mwingine ni Mkisii. Sasa we were discussing. Sasa kijana kangu akakuja akaniambia, "Who are you voting?" Mimi nikamwambia, "I'm voting Kibaki." Akaniambia, "Why?" "Because Raila ni Mjaruo." Akaniambia, "So what?" Niliaibika. So he's a Luo, yes. So what? What's wrong with being a Luo? Because watoto wa neighbor, mtrafiki yake the best ni Mjaruo na hajui Kijaruo. Yeye mtoto wangu ni Mkikuyu na hajui Kikuyu. Huyo mwingine ni Mkisii na hajui Kisii. Sasa unapeleka ujinga. Sasa niliona ujinga yote yangu niliyempelekea. Aliniaibisha na ujinga yangu. Kutoka siku hiyo mimi sijuagi kama kumnya Mjaruo. Sijui because amenitoa. The next president after wacha na huyu tuko na yeye kwa sababu anaondoka very soon. Huyo wengine na huyo mwingine atakuja hapo. The next ni hawa. Na watakuwa kiongea Sheng parliament. Watakuwa kiongea Sheng. Na ukabila itakuwa imeisha. Ate modo ito. Ate no agwito muranga Nyeri. Hakutakuwa na hiyo ujinga. Itakuwa imeisha. Because people will be digital. Hallelujah. Hata makanisani kumechange. Zamani kama saizi sisi ni Wakikuyu wengi hapa, Wakikuyu wengi kwa sababu mimi ni Dora. Hallelujah. Ukienda kwa Harrison Ng'ang'a kanisa ni ya Wakikuyu. Ruka hapo kado ukuta kanisa Mjaruo. Utakuta kanisa yote ni Mjaruo. Sasa unashindwa. No turadhi matuine. Atia. Tajia to gothi atia. Wako kinya kanitha ine kwina Mjaruo na kwina Mugikuyu uri. Turadhi ata, turadhi ko. Church, si political party, church. Ati kanisa ya Mkikuyu ni Wakikuyu. Kanisa ya Mluya ni Waluya. Ya Wakamba ni Mkamba. Hapo tunaenda mbinguni. Ndio Ng'ang'a niliona akisema juzi hapa. Hata yeye alijijua. Kwa sababu alijiona hapo. Mbinguni ni bali. Mbinguni ni bali. Kwa sababu ukiangalia hiyo maneno haiendi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Why is this relationship of a father and a son so important? Have you ever asked yourself that question? Ni kwa nini a father-son relationship, why is it so important? Why is it so important? Hallelujah. Let us look at 5 reasons why it is very important. Children want to make their father proud. The reason one, making your father or your children proud of themselves. If I have ndesuna munanga nizukumusiaga watoto wangu because they have made me proud. Ukiona uniform ya Amerika ya jeshi imeandikwa jina hapa Dora, unasema yes, ya jeshi. Ukiona uniform ya FBI imeandikwa jina Dora, unajua yes. Ukienda KWFT unakuta the manager, HR manager ni Dora, jina imeandikwa Dora. Ukaigwate. Odi Japan, wako di Japan, oga di Toyota company, the main company, oga kade kito ha Dora leketi ha. You feel great. Yes. That's why I keep talking about them. Yes, I lived a crooked way, but I imparted a spirit in them that is not crooked. Hallelujah. So it doesn't matter whether you did it wrong. We made mistakes. Tulifanya makosa, tukubali tu. Etwathire dumo, na twathi dumo kiuno kuguru, tulifanya makosa. Etwikite rutete mahu. Hemu rutarutete ihu. Hemu rutarutete ihu ha. Yeah? Nigga na matarutete. Okay, thank you. Oya mkono iguru uri utarutete. No mkono kabisa? Okay. So, tugerera matano yana ari moya ri ni aige. Ni wakani wengi? A good relationship, number 2. A good relationship of a father or a son, the father and the son becomes affectionate and supportive to each other. They become so affectionate. Wanapendana.
unaona yani nasikia nataka kwenda kuona daddy, nimemiss baba yangu. Nataka baba ako na project, nauza daddy, how much do you want me to support you with? Mtoto unasikia kuna project, unasema mtoto, how much do you want me to support you with? Because there is some affection. That's a good relationship. When you have a good relationship, hamuangaliani. Unajua kuna nyumba ingine unakutaka msichana wa huyu ambaye sasa ni mkubwa kama yeye, wametoshana, wanakuaga wa mama wawili kwa nyumba. Hata ukiona kisichana kikipita kinakuangalia tu hivi tu, ni kama mnashare bwana na yeye. Nani mtoto wako? Unakuta nyumba iko my own son, kijamaa kwa sababu kina mwili kuniliko, ninaenda ukikonomokia, unaona venye kinaamuka hivi. I have a son, mmoja kati ya wale sons wengi anaitwa John. Gabi anajua John. John ni mlevi wa bagi, ni mvutaji wa bagi. So siku moja, sijui alikuwa amevuta gani, nikaingia kaniambia, daddy, umefika? Nikamwambia yeye nimefika. Hata sisi tumefika na tumefurahi. Tulichinja kakuku ndio tunaenjoy hapa. Sasa ako na kisu. Anakongeza tu hapa kwa sinki ya maji. Nilikuwa nimemkuta kwa kitchen. Sasa nilisikia kizungumza vizuri, nikafikia acha niende kitchen. Ni hata mimi nioje kakuku, nikakuta ameshika kisu hivi. Anakongeza hapa. Na ananiangalia na macho ingine ya mtu wa bagi. Nikamuuliza, kuna kitu kibaya? Hata wewe daddy unajua akaanza kukuja karibu na mimi. Nilichukua kasimu kwa mfuko, aikisikwa, hello? Takanyume hati na network. Nikatoka pole nikaenda. Nikakurumisha gari, nikatoroka kidogo bana. Venye amekuja na kisu. Na wamechinja kuku, alafu bagi iko juu. Because there was no relationship. Nikamoja nilikajua kakiwa kamzee kabisa kakubwa. Sasa ni mtu sikulea. Ni mtu sikujua. So siku anajua karakta yake vizuri. Nimekutana naye akiwa na 17 years. So hapo ni mtu nikauliza mama, nikapigia mama yake simu, nikamuuliza mtu ili atana mwanake huyo ni anemete ahora galimu dhukuru, amepiga walimu, amepiga hata community huko, hata walipiga polisi mwingine hapo karibu auwe. Nikajiona nitapepetwa hapa. Takakuja niambia mzae uliacha maadhe kwa nini? Unapata there is no supportiveness and there is no affectionateness. The people that have got good relationship with the father and the son, children becomes cognitive and socially they develop socially. Wanakuanga watu, they are cognitive. They easily recognize themselves. They easily understand the situations they are in. And also, they do what? They develop maturity in them, inakuanga. Because there is a character you are trying to copy, a character of your father. Huyo mtoto anakuaga haraka sana. Na anakuwa na ability ya kupenda, ability ya kumake decisions, ability ya kukaa jinsi kunafaa kukaa. Unakuta huyo mtoto wakati baba anachinjia wageni kabusi pale, ako hapo ndio anasema daddy wacha nikate, because ako na ile ako na ujasiri ya mtoto na amekomaa. Ukomavu wa mtoto unakuwa haraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are a good father, they are emulating what you are doing. Anataka kukopi, anataka kukua kama wewe. You may mnaweza kuwa hamuna pesa, mnaweza kuwa si matajiri sana, but kuna love ndani ya mji, ndani ya boma. There's some good thing, relationship in that family that makes this child to grow. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And lastly but not least, they improve sense of well-being. Improve sense of well-being and self-confidence. Sense of well-being, and they have a lot of confidence in themselves. Ukiona kitoto kimelelewa na baba mzuri,
kinakuwa na confidence, hata kutembea kinatembea kama baba yake. In this case maanishi baba wa kimwili, na maanisha baba in the spirit. A mother can also be a father. A son can also be a daughter. I'm referring, msianza kuniangalia kwa sababu unaona macho yenu ni kama inaniangalia macho mengine. Bwana asifiwe sana. So mtoto mwenye amelelewa vizuri ako na confidence na self confidence, anaweza ku make decision, na ukiona hiyo decision amemake unaitambua. Utakuta tu ni kitu kidogo utaongezea. Hata venye kanaongea, unaona kanaongea ni kama kamse. Hata ile maswali kakata kuuliza, utasikia kana kuuliza maswali sensible. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja msichana mwingine alikuja kunitembelea kwetu. Tulikuwa na haka kijana nimeambia nimelea kutoka miezi 9. Alipokuja sasa kaka nikamwambia, kalikuwa ametoka shule. Sasa nikamwambia mdemu, ingia hapo kitchen utengeneza chakula tukule. Kijana kalikuja kakaekelea bagi, akanisalimia, kakaenda kitchen. Kakamwambia, I'm Alvin Jeroge. Sasa na wewe jitambu. Kisikia mtoto anakuambia Alvin Jeroge, anakuambia na who are you? Yes, akamwambia na mimi naitwa Margaret Kamau. Okay. And that's my dad. Akamwambia, akanyamaza, akaanza kukwama. Hiyo ndio mama yake anakuwa America, and my mom is in America. Mama akasita akaanza mdomo ikaanza kutembea kwa hewa. Najua kuna wakati mdomo inasaka kutembelea kwa hewa. Akamwambia, and I love my mom. Ni kumchokosa directly, kumwambia where you are in the wrong place. You are in the wrong place. Nimekuonyesha daddy, nimekuambia niko na mom. Ile kitu namuuliza, what are you doing here? Na nimewakuta mkiwa na daddy. Kakakuja, daddy, I can see you have a visitor. Sasa nataka kusikia na mimi padi yangu ninasema na mgani who is the visitor, kwa sababu the question is who is the visitor. Na mbona hako kitchen, anafanya kazi gani kitchen? Najua nina prepare tu watu wengine ambao wanafikiria wanaweza pata hii chance. What you are going to encounter. The kind of life you are going to encounter. When you have those kind of children, they have confidence and they rely, self-reliance. They are powerful. They can make a decision. Na ni vizuri sana mtoto wako wa kijana mwa msichana, hata kama ni mdogo hivi, ako na uwezo wa kumake decision. Hata kama si decision ambayo itakuwa perfect, lakini kuna ka decision amemake. Ukikuja tu unapata utaongezea ka kitu kadogo. Kuliko kitoto kinakaa hapo mpaka saa 6-5 usiku. Kwa na mshere we haria na maguta me haria. Na nikia miaka 16 gikaleta hau geterere nyine okiaruge. Hiyo makosa ni ya mama na ni ya baba. Kwa sababu ungemfundisha. Mimi nilianza kujua kuzipika nikiwa na miaka 7. Na nilikuwa najua ukipima glass, zile glass za zamani, ukipima glass hivi ya mchele, uoshe, umwage, weka maji, weka sikuwa nilikuwa na ile stove za utambi. Wakisha stove ama ile kaleka pressure, akisha kawake wekelea nini maneno hapo. Unakula. Mzee anakuja, baba alikuwa naishi na babangu. Akakuja nakuta nimepika. Naweza ulikula? Na hiyo sasa ananiuliza kama nimekula. Amekuja saa 8 usiku. Ni mlevi, sasa hiyo ndiye ametoka pombe. Amekuja saa 8 usiku kuniuliza kama ningekuwa mjika. Si ningekocha. Sasa hiyo amekuja na nyama ichoma. Lakini hiyo nyama choma imekaa matope kwa sababu imekuja kianguka chini. Anakuta nimekamata mchele yangu na nimemwekea yake. Na naamuka namwambia daddy, kuna mchele hapa, nikamwekea. Kumbe kuna mchele. Sasa hiyo anaingia kwa mfuko kwa kabuti. Anatoa nyama iko na matope, iko na, kwa sababu alianguka. Alianguka ikachomoka yote kaza. Nyama no ginya tukulie. Acha chichinga. Kuna siku nilimkuta akizungumzia nyama imeanguka. Acha uchinga. Ulijinunua? Una akili. Lazima utakuliwa. Umesikia? Tulikuwa hivi, na baba yangu tulikuwa hivi.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Malaki 4 mstari wa 6. Malaki 4 mstari wa 6. I think tutamalizia hapo. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of children to the fathers. Why? Because of having a good relationship. When you have a good relationship with your father, with your mother, with your children, the heart of God comes in and turns children to their fathers, and the fathers to their children. Unakuta hiyo boma inakuwa strong. Hallelujah. Tumebarikiwa leo. Wacha niwasomee verse nyingine moja ndio msikie ni kama mkulikuwa kanisani. Tusome. And then they say he will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. So when there is the discord between children and parents, God brings a judgment. There is a judgment in the family. Where there is discord, watoto na wazazi hawasikilizani, there is a judgment that will come. He will hit you. He will hit your land with a total, see, just partial, total destruction. Hello. Hao ni dona ni mwahutio. Hapo mmeguswa. Si ndio? Mmeguswa. Meditation. Mmeguswa. Ukubuka kubelekesha na shakwashia no. There is total destruction. Hallelujah. Tuangalie kitabu cha Deuteronomy 6 verse 6 to 7. Tumalizie hapo. Tukimalizia hapo, watu wa piloting, unajua mahali mnafaa kukaa. Yes mami, how are you doing? Thank you. Tumefika huko. Deuteronomy 6. These commandments that I give you, these teachings that I'm teaching you, as long as they are emanating from the word of God, the Bible, these commandments that I give you today are to be on your hearts. What that you have been taught, it is supposed to be where? In your heart, not in your brains. Si kwa mahori, si kwa maini, apana, ikae kwa heart. What I have taught you, keep it in your heart, because it is very important. Challenges you are facing today, we are facing challenges because of those small mistakes that we have done. We have failed, not because our children are bad. They are so good, but we failed them. Now that our parents failed us, we have decided deliberately to fail our children. Impress them on your children. Those words nawambia, and what is in the Bible, impress it on your children. Teach your children. Tell them this is the word of God. Tell them how to live. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk at wanasema wapi na wapi? Impress them on your children. Talk about them when you sit. While you are seated, mukipiga ngumzo, talk about it. There is no time. Hakuna mambo ya kusema ati hapa hapana hapa hapana. When talk to them when you sit at your home. And when you walk along the road, hata mukisienda kakijana kako, unaenda tu ukikapatia masore, unakwambia unaona ile barabara venye lijengwa. Ile lianza. But impart on them. Tell them, make friendship, talk. Waje kutembea ni kama mahutu na matusi. Wengine amekaa huko nyuma na mwingine hapana. Impress on them while you're walking. Omugethiaga mwathi mukiriaga to story. Tia gwetua mundu ate dwaragia na ciana. Ikarethi nawe niki. And when you walk along the road, hata mukitembea kwa barabara. Hallelujah. When you are walking, okay. When you are walking on the road, talk. Have a talk.
Endelea kuzungumza. Mwambie hii factory ni ya nini. Mwambie watu wanakaga. Ukiona mzee anakuja unamuondokea. Ukiona mzee kwa gari ameingia unaamuka kwa hiyo kitu unamwachia. You impart on them. Hallelujah. Tutikiti tukiaragia nikiwa. And when you lie down and when you get up, impart on them, speak to them. That is the only way you can change our children. That is the only way you can make a good church. That is the only way you can make a good community. That is the only way you can succeed in your vision. Your vision can never succeed if you don't impart this to them. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutikirugame na maguru maito. Na hii tunalipiaga school fees. Kwa hivyo tayarisha school fees ulete hapa. Wakapi wamesikia ni kama wamefunguliwa? Tumalizie hii ya mwisho kabisa. Proverbs 13:24. Proverbs 13:24. Wekeni sadaka, shikeni sadaka. Tukisoma hii Proverbs 13:24. Whoever spares the rod hates their children. Hallelujah. If you have ever spared the rod, you hate your child. Usiniangalie na macho baya. Uyalenda kugato hura wo. Sasa pastor unataka kumaanisha aje hapo? Tuwe tukipigwa. Whoever spares the rod hates their children. But the one who loves their children is careful to discipline them. So here, kama mimi am spiritual father yako, nitakunyorosa tu. I will not spare the rod. I will discipline you. Lazima ukae kimilitary. This is a military camp. Lazima ukae kimilitary. Yes, hapa kuikara kwa kimilitary. Nilifurahi sana jana. Wale watu tulikuwa nao jana. For the first time I saw them. Wow, mulifanya kama majeshi. Mulifanya kazi mzuri. Niliona hiyo team. Tukapatia wazee chakula. Baada mukapatia wazee chakula. Immediately nikaona watu wanafagia. Hey, for the first time. Sikuambia watu fagieni. Nyumba iliwachwa clean na viti zimepagwa. Si wewe ulikuwa wapi wewe? Wewe tunakuoniaga tu mtandaoni. Yule tuona utukoe. Hallelujah. Thank you very much. God bless you. Na muwe sasa next time I want excellence. Muoperate kama ma computer. No talking, things working. No talking. Hii kanisa unaona tumeintroduce kitu mzuri. Kutoka sasa kwenda mbele. Nataka kuambia sasa in house. Service haitakuwa na mtu in between. Ati huyu ndio anaita huyu, hapana. Tutapaka ratiba. Tunajua saa 1 mpaka saa 2 this activity. Saa 2 on the dot. Huyo mwingine anachukua. Si kuambiwa na mtu mpaka saa 3. Saa 3 on the dot. Huyo mwingine anachukua. Hakuna kuambia wewe ukiwa hapa kama umezoea kuongea mingi, unakaa tu hapa unaongea, unasikia pale ule amezima, mwingine microphone ya mwingine ndio inaongea. Unakuta hiyo discipline. Unakutaka church inaenda vizuri mpaka watu wanauliza ikakutia kati. No rama introduce hoteli. Nio mare introduce mpaka watu wanapenda, wanafurahia. Hallelujah. Oh yes, discipline is very good. You like it? Thank you. Yeah. Do you like it? Yeah. You will be a pastor one day. Yes. Is that true? Is that true? Uliambiwa. Kuna mahali uliambiwa. Lakini ukaambiwa umekataa kufanya kazi ya Mungu. Si ndio? Na ukaambiwa hiyo umang'aa uko nayo ndio inafanya uteseke. Si uliambiwa hivyo? Na wewe ukatoroka huko kwa sababu uliona ni kama hakuambii ukweli, ukatoroka kwingine. Ni kweli ama ni uongo? Upale ulienda kutorokea, uliambiwa the same. Ni kweli? Ni kweli? Sasa hata hapa umekuja usikie kama nitakwambia. Ni kweli? Ni kweli? Si ndio? Si unaona? Ninajua maneno. Nilienda shule ya theology. Bwana asifiwe sana.
Wewe msichana wa Jerumani, hii mwili si yako. Simama juu kidogo. This body is not yours. It's a temple of God. You wasted yourself. Now you want to punish this body. You are feeling like you don't need to live in this world. Ni kweli? You are so desperate, nothing is working in your life. Is it true? Now why do you want to kill this body and it is not yours? Huh? Why? Yeah? You don't know. Are you saved? You are saved and you want to kill yourself? Christian, don't kill. How will you murder when you are a Christian? How? In Germany, do you go to church? Yes. But you are not a very strong Christian, committed one. Because life has really shaken you. Dunia imekushake hivi, imekushake. And it's now you're like, it is dawning on you. Nothing has happened. Nowhere to go. Now you ask yourself, what else in my life? It's like you want this dunia pasuke ujifiche na hapo chini. God is going to, it is the season haiko imefika ya kubarikiwa. Imefika sasa. Bwana Yesu asifiwe. Those things that ulikuwa unatafuta kwa ugumu, utakuta ndio zinakutafuta. Hallelujah. But kuna marafiki, company za watu wengine, hata kama ni relative, hata kidogo. Hao ndio walikufuka mkada, huko unaedaga, sasa umekuwa kama ile kuku ya kienyeji, ile ilifugwa, the only place ni ile diameter pale umefugiwa, sasa walikuweka kwa cage unasugukaka nje. You are too busy doing many things, but at the end of the day, there is nothing you can show. Si ndio? Very true. You are always loud here, loud. When they want to drink your blood, you become so good, sister. When they know they have drug na hauna, sheneateire. Sheneateire modo. Wanakurura ya karawale. We nikia kako. Niguo maguga. Thank you. Be seated. It is your season. Imefika. God will bless you. God will lift you up because you are a kingdom financier. He will give you a connection that will shake. You will what? Shake. Will shock. Yeah, will shock so many people around you. And the flow will be forever. And you will be chatting from one nation to another nation. You will have international connections. Na hizo international connection umekuwa ukizipita where you live. There are 3 offices there. They are carrying your money, but you've never even thought of it. When you go back, you'll be connected miraculously. Bwana Yesu asifiwe. Where mommy? With the red. Yes, with the baby. Where is the father of the baby? We didn't have a microphone here. We didn't niwaambia anaitwa Buju. It's my good friend. Acha kumuona hivi. Hiyo akikushika usiku siku hizo. Unamuelezea mpaka pesa za kuuliza penye iko. Yes, mami. We broke up. Why? Because of so many things. Many things. He was saying this, but you want this. And you stuck with your principles. Yes.
you are a tough woman. When he tells you, like for example, he will tell you, let's go now to Kisumu, but you want to go to Kericho. So you want yours to be done, but not his. And he is the one producing money. Yes. Yes. You want to dictate his money. How can you dictate my money in a rough way? You know, the problem with us, hii pesa ya wanaume ni yenu. If you don't know, ni pesa si yanyu, it's your money. But how you get it and how you lose it, it all depends with you. Because if you apply some force, you will not get it. You will not. But if you bed down and you make me a king, mwisho wa mwezi nitakwenda kuletea bahasha msima, count and plan for the money. But now you are a bit tough. You're a tough woman. True? Yes. You accused him of some people. Women somewhere. Yes. Is that true? Yes. This thing escalated until he said, now enough is enough. Is that true? Yes. Thank you. You need to repent. You are the cause of the problem. You are a very good girl, a very, very good man, very good woman, wife, material. But only this mouth has caused you a lot of problems, even with the friends. And you are too emotional. Something small will happen and you'll say anything. Ukikasirika na mimi basi nitajua wewe ni nani. Kifunguka kidogo nitatamania dunia ipasuke nijifiche. Is that true? Be seated, I'll see you. You see, this is what we call failure to understand each other. Hakuna kitu kibaya dunia hii kama wanaume. We are bad people. Very bad people. At the same time, we are so good. If we attempt, if you can tame a man vizuri, you get anything you want from him. But man, to tame man, to make this man tameable, you need to apply a lot of technologies. Humbleness. Even if you know you are right, unarudi chini. Hallelujah. Lakini kama hata your son, that's a son or a girl? Yeah, it's a boy. Aki-insist kitu si ana-insist. Inabidi ukope. Why? Because he is a man. He is a man. Lakini ukimubebeleza uende na mosquito. Biscuit. Ka biscuit. Ama ka roll pop. Umupatie muite baba. Unaona kanatulia vizuri na kanaanza kuongea na wewe vizuri. Si ndio? All men behave that way. All men. Kutoka hako kadogo mpaka yule mzee. They all behave the same. Hakuna mzee ukiachana sasa utoke kwa bibi huyu ati uende kwa mwanaume huyu ati yule mwanaume ni mzuri. Hapana, we are all the same. Tulichokwa kutoka kwa mti moja. Ni vile sasa ile mti mwenye alikata na pawaso, mimi nilikuwa yangu ilikuwa mrefu, ya yule mwingine ni mfupi. But we are from the same tree. No good man on earth. No. And no bad man on earth. Mudurume ni withondeka gero geturira. Weturire mudurume wako. Tengeneza msee mzuri, tengeneza yako wenye unataka, na mimi nijitengenezee mwanamke mwenye nataka, kwa sababu hakuna mwanamke mrembo kuliko wale wengine. Wanawake wote they are the same. Mimi ndio nitauda. The thing, ile vision niko nayo hapa, a kind of a woman mwenye yako hapa, mimi ndio nitatengeneza. Sitatengenezewa. Nikitengeneza na huyu niende kwa huyu kwake nikute venye amevaa vizuri, venye anapika chakula vizuri, niende kwangu sasa nikute huyu, nianze kuimpose ya huyu nilete hapa.
Hapo ndio shida inatokeaga. Hapo ndio shida. Kwa sababu sisi wanaume, wacha nikwambie Karaja, todo shida gya emoge, dukoroko emoge. Mutumio ni oiginyo lyo nugaga. Oiginyo lyo nugaga. No way utiri kya kiona kimo owe. Ona ki do utiri kedo. Mimi siku moja nilienda hapo, nikaingia kwa karumu na mtu, nikaoga na sabuni ya Imperial, na nyumbani ile sabuni tunaoga nayo ni Rexona. Mimi najua mimi nilikuwa mjaja mkora, kufika nyumbani kuniona venye nilikia hivyo, akaniambia, oh my darling, you look fresh. Nikajua yes, hakuna kitu amedetect. Nikajua ni fresh, nikamhug. Tukakaa kidogo, akaleta ka juice, kaniwekea hapo ka juice. Tukaanza kukamata hapo, akakaa chini. Habari ya kushida? Nikamwambia ni mzuri. The last time tumetumia Imperial leather ni long time ago. Nikamuuliza, what is the meaning of that? Akasema hiyo sabuni umeoga nayo ni mzuri, utununulie hata sisi. Nilijikunja. Unaona kapanya kameko kwa kona, kanangojea kukufa. Nilijikunja, na from that day sikurudia. That is when I discovered, hawa huyu mama saa 11 aliamuka kukutengenezea chakula, ukautoroka. Umewacha akikunja nguo zako. Umeacha sasa akikuja hizo saa 3 ameingia kuosha nguo zako. Lunch anafikiria kenye utakula. Jioni anachukua zile nguo anaanza kuosha, kupiga pasi. Jioni anafikiria kile utakula. This woman has been thinking about you from morning to evening. The only time you thought of her ni wakati alikupatia chakula na wakati unataka kupatia tadodera kibande gya kwa hau. That is the only time ulimfikiria. Most of the time we don't. Hata unakumbuka unakuwa na bibi ukienda nyumbani. Nego. Nego. Very sad. So you tame. These are animals. These are animals. Tame your animal. Tame your animal. Na animals are trained to live with human being. So kama hubwa inakaaga kwa nyumba na unaona kachiwawa kanatembea kanakaa huko, kanajua mahali pa kukunia na mahali pa kuja kulala. Na huyu mtu si mtemu, anahitaji tu kaakili kadogo tu mtemu. Kaakili tu kadogo mtemu tu. Ni ego. Ego ndio tuko nayo. Ni ego. Wanyita. Waikora lego uneni dehaga nyumba, neni dehaga rent na thia kuhoya irio ri. Si ni ego. Si mzee anakuja kukopa chakula kama amenyenyekea. Na ni kwake. It's only that we have ni ego tuko nayo tu. Not much thing. Tame the ego, tame my ego. Mlete hapa chini, nifanya kama mtoto, make me your king. Nikikuja nasemanga makini, nakuja kana toa koti na kurushia. Tame me. Simple as that. The rest will be history. Atakuwa anafika saa 11 jioni kwa nyumba. Ndio nakutaga wazee wengi wa namna hiyo wanakuwa my wife. Najua nilikuwa tumeenda na my wife mahali kwa supermarket. Nilikuwa naangalia perfume, my wife akaniambia hii sio mzuri, ananiambia Lolon ndio mzuri. Alafu by the way tukipita hapo my wife akaniambia inaitwa yogurt ile ya bio ndio mzuri. Tukanunua hapa. As I was walking again, my wife akaniambia ushakamata mtu. Ushakamata mtu. Atakuwa kama my wife mpaka unakutaka wallet mpaka pini zote uko nazo. Lakini sasa mimi kwanza kunitemu, nitaweka pin ya WhatsApp, pin ya message, pin ya groups, pin ya nini. Utakuta simu iko na pin 8. Hallelujah. Because of you ignorant. Tusimame tu kwa miguu yetu. Hawalienda kulala.
Jehova Mungu, Wanapoimba leteni sadaka zenu hapa. Just wekelea kwa ile. Hii ni ya watoto. Wekelea hapa kwa ile. Tunakuabudu, Patieni bahasha. Jehova Mungu, tunakuabudu, Jehova Mungu, Hata sacrifices ulete.
want to anoint you. Out of what we have a discussion and what we have been doing the discussion, it is a way of re-energizing, re-inaugurating you to come back to the senses of knowing your responsibility so that you can affirm, because I can see all of you umeenda na nyuso ambazo zimeinama. You've seen the mistake you've done in your family. You have seen the mistake you've done along the way as you grow. And even myself, as I was teaching, I saw some mistakes I did. And when Jeremiah was born, God says that before you were born, I knew you, I sanctified you, and I set you apart. Then I anointed you. Why do you need to be anointed? The Bible has said that the words I've spoken to you today, make it to be inscribed in your hearts. Make it permanent. Make it a reality. Write them on your hearts. That is what you need. Life is really complicated if you allow complications to come in. Some of us, we are suffering, we are struggling, not because we deserve to, but because we have found ourselves in a mess that was created not by us, but by people who are ahead of us. Why? When we came on earth, we were not consecrated by our parents that we may be able to be guided on a line that is successful line. We were never taken to the house of the Lord for the cleansing, so that we can have a channel that is pure, that is authentic, a channel that is reliable. Now, you came, instead of finding an already laid path to help you become, there was no path. Umejaribu ku navigate, nothing is coming, you are struggling here and there. Today, because we have discovered a small mistake or a big mistake for that matter, I want to consecrate you. For the purposes of what we have discovered, we consecrate. For the purposes of what we have heard from heaven, we consecrate. So that it will not depart from us. So that whatever the enemy will plan against us, already atapata kila kitu imekamatwa na imefangwa. What's your name, my brother? My name is Mariano. Huh? Mariano. Yes. I'm from South Sudan. South Sudan. Which region of South Sudan? I'm from Wow region. Wow region. Okay. Do you know the place? Very well. Do you know him? This man is good. Do you know a person called Feel Free? I don't know. In WhatsApp? In free Facebook? No. Talk to him. Do you? Tamam. Ana min wow. Ana denga wow. Sugajar. Ana arif. Unatusengenya ama mnaongea? Ino marera na ona nitweka igane gucamania guku tumarikirie. Yeah, I've been here for a long time. Yes. For a long time. Yes. Oh, I was saying in Nakuru before, and I came here. Yeah. You see now, there is one thing I want you to understand. This is South Sudan. You see here, this is South Sudan. What does that tell you? Yeah? Kumaanisha already wewe kanisa na watu wote wameenda international. Mumefunguliwa mlango Southern Sudan. That is what I wanted you to understand. And that's why I want to consecrate you because of that. Na niwafungulie milango ya kwenda nje. Hallelujah.
Because once you are taught as a lesson, like your sonhood, fatherhood, a new dimension of seeing things automatically comes in. Now the respect will come, obedience will be there, because without that, you will not grow. But from today, your life will never be the same again. Wakati mwingine kuna kuwaga mpaka unaona kama kumeingia giza, mpaka watu wengine wanaweza kusikia wakisema kanitha ni kagoire, kanitha ni kagware, kanitha kagoire, kama mwarekereria dukata niki, dukata mwarekereria, kanitha ni kagoire, kanitha kagatingigwa, we ni wokugwa, kana gaku niko gekugwa. Abana, wacha utaona ile kanisa itakuwa Juba. One of the biggest. Na sio Juba peke yake, mpaka America, South Africa, everywhere. We are going to spread. So, kanitha gatigwaga. Ni andu mekaga atia? Alice, gaka gatigigwa. Ndukanage na nganja ati ni gakugwa. Acha. Hapa hakuna. Mikora ndio itaenda. Si niliwaambia juzi kuna watu mtatafuta hapa mnawakosa. Ni mikora ndio itaenda. Hapa hakuna room ya mikora. No, tulifanya ukora tukalipa gharama. Kato tulihete gharama gashugwa. Tulihete gharama ile ndio tuleta mkora. Yes. Tukilihete sio tukoleta mkora we. Halafu tulilipa gharama. Sasa hakuna mkora mwingine atapata nafasi hapa kwa sababu unakuja kunidanganya kitu nilifanya 10 years ago. Atirajo lero yako ukodokia shilingi 5,000 na kaundu kau ndagekire miaka 20 mithiru. Ria twera gwate Nairobi gukaga limo 5,000 o muthenya cia kuhenio. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapa God is lifting, hapa kuna wahubiri. I can see bishops here. I can see pastors here. I can see investors here. I can see people going to all dimensions of the world. Because God has created you so. Already I have 2 kingdom financier, 3. Baka huyu. Nani mwingine? Ina mkono. Nani mwingine kingdom financier? Ina tu mkono. Tu mkono. Ina tu mkono ni kuonyesha. Ina tu mkono. Ina straight kabisa. Wacha niwapatie namba. 1. Sema 1. 7. Wewe 7. Thirteen. 90. Huh? 29. That one. 32. 37. Mtu achukue bahasha from number 1 to 45. Msiongezwe ingine. Mwende muweke kitu that in a resemble the financing that you are going to do. Bring it here on Sunday. The rest give it. Hiyo ingine wachana nayo. You will see what God does. Hallelujah. All pastors ambao ni wa hapa kujeni. Waibaji endeleeni. Piga magoti hapo chini. Hapa. Come here. Don't quickly. Hakuna wako fanana na wewe Bwana. Hakuna Mungu mwingine aliyeka. Now, what we are doing here, these men and women you are seeing here, I'm releasing them to preach the word.
Some of them are going to open branches. Some of them are going to other nations. They are going to preach the word of God. And even I read here, there is this passage that was read, Matthew 28 verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all I have commanded you. I am with you always, to the close of the age. God will prosper you. God will empower you. God will create paths for you. You will succeed in whatever you do. Whatever you will begin will come to pass. That no gate of hell will prevail over you. No challenge from any demonic power will come against you. That when you will be in a situation of hardship, the angels will be sent to come and elevate you. When you be facing any form of a difficulty in any form of life, God will fight it for you. May the Spirit of God from today, in the name of the Son, the Father, and the Holy Spirit, be filled by the Holy Spirit. Be filled by the Holy Spirit of God. Be filled by the Holy Spirit of God. Speak justice. Say as it is. Speak the will of God. Be honest. Be genuine. Be sincere. And be honest. In Jesus' name. May God of heaven bless you. Now you have been consecrated. You are operating now in a different level. In an open heaven, you will operate. You will succeed in the local and in the international boundaries. You will succeed as you go. You will succeed as you come. Favor will be upon you, and the favor will be in everything you do. The favor of man will be upon you, and the favor of God will be upon you. No weapon fashioned against you that will ever prosper. But there is this caution. This anointing that you got do not like a liar. The anointing that you got, never contaminate it with a lie because you want money, or with a lie because you want favors, a lie because you want to succeed in some quarters. This anointing will destroy you. Should you find yourself doing that, remain genuine to God. Always be honest. Always be genuine. Always walk in the right way. Whether you don't have or you have, wait for God to provide. He has said so. He will always be providing for you. That you will preserve and respect the anointing that you'll be serving. That you will walk according to the will of God, not according to your own will. That you will never be involved in activities that undermine the anointing you are under. That you will never be involved in talks or in plans or in aggregated agendas that undermine the will of God in the anointing that you serve. May God of heaven see you through. Say amen. Simameni. So now I want you nipatie don't know how you'll do it. Do it in a line because I want to anoint every one of you. How do you do it? Huh? A line. We have two lines. One line this way. Pangeni line hivi. Wamama wakuje padi. Wamama ndio wengi. Wamama ndio wengi. Pangeni line mbili hapa wamama na line mbili hapa wazee. Mwende mpaka huko nyuma. I'll touch, nitaguza kila mtu. Line ambayo iko come this way baba. This way. Men are on the,
laini mbili ambao ina barabara katikati, nitapita hivi hivyo. Na laini nyingine ya mama hapa tengenezeni laini nyingine. Wazee turudi nyuma hapa, hii turudi hivi. Laini nyingine hapa yede mpaka kwa kale kamurago. Endeni tu hivyo. Kila mtu atapokea anointing yake. Kila mtu atapokea. Kila mtu atapokea. Sasa nyinyi mmeanza kutengeneza laini kobokobo, hivyo ndivyo maisha yenu itakuwa kobokobo. Maana maguta. Jwe ndio kufagado. Fago ni wewe. Mami, niki? Nurire kwa rume, wora watumia. Weko. Ndole nyama-ine na ndole roa-ine. Kuna watoto wakuja wapage laini hapa. Nyinyi ni wanawake ama ni wanaume ama you are no here in this world? Okay. Pageni laini hapa. Na msitoke. For all, in the book of Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And verse 24 inasema, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. I want to anoint you, to consecrate you, and to let you operate in the grace of God, our Lord Jesus Christ. That from today, you win all the battles around you. If you got anything disturbing you, either sickness or family challenges or poverty, it is the end of it. The anointing breaks the yoke. Hallelujah. The anointing breaks the yoke. From now henceforth, the yoke has been broken. Amen. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Haleluya. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Sema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine
Yesu Yahweh, tawala mienendo yangu leo. Baba, Baba, Yesu hey, tawala, tawala Bwana. Baba, Baba, tawala, tawala Baba, 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 tawala, tawala Baba, Yesu, Yesu, tawala Baba, tawala Yesu, Yesu, haleluya. Tawala ninakuinua leo. Baba, tawala, tawala Yahweh. Baba, haleluya, Hosanna kabaka. 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 Thank you. As we transit, because you are transiting, we chose a board that is going to help us transit. And this is the board that is going to help us to transit. All men, wana pastors, msimame hapa nyuma, as we ordain them for this noble task of helping us to build a transition. These two men were not there, but I've heard the voice telling me I include them. I don't know what they are going to do, but I have no reason. Nimesikia tu sauti imeniambia I include them. So this is our board, interim board, that is going to restructure the church, to restructure the management, to restructure everything. So it is my prayer today, as I consecrate you, that you will be able to deliver as promised. You'll be able to do as the will of God wills you. You'll be able to do as per to the plan of God. Our God in heaven will guide you, will speak to you, will tell you what to do. Our God in heaven is the one that wrote the vision. He will reveal the vision to you so that you can build a structure that is for the future generations. The Lord of heaven, the King of kings, the owner of heavens and the earth, has given you the wisdom, and he will guide you, protect you, and win over you. Every obstacle against you will never succeed. They will try to fight you spiritually, but your God will fight them. They will try to chase you through the mountain, but the mountain will be too slippery for your chasers. They will try to bring you down, but the logs will lie on them and they will be finished. Do not fear. Be strong. Be courageous. Whatever you will do will affect 10 generations from today. Whatever you will do, it will change the position of our nation, the position of Africa, the position of Africa world. It is the revival.
and the revival is in your hands. God bless you. Hallelujah, Hosanna Kabaka. 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 Hallelujah, Sanite Katonda. Hallelujah, Hosanna Kabaka. Hallelujah, Hosanna Kabaka. Hallelujah, Hosanna Kabaka. Hallelujah, Hosanna Kabaka. Hallelujah, Hosanide Katonda. Hallelujah, Hosanna Kabaka. I commission you by the power and the anointing rested upon me, that the Holy Spirit from today be your shepherd, will guide you. Receive the power. Receive. Get it. Shh. You shall win all battles. You shall win. No one will be fighting you. And whoever will try to fight you, let this altar fight them. Whoever that will rise against you, let the altar be against them. Whoever that will rise against whatever you're going to do, the altar will fight them. In Jesus' name. Amen. Usinipite Mwokozi, nisikie unapozuru wengine. Usinipite. Nani yako na kibuyu? Usinipite. Nani yako na kibuyu kama mafuta? Kachupa kadogo kama mafuta. Wale mnabebaga. Usiende kutafuta. Hapa. Kashufa kanini kama uko nawe yako, iko kwa bagi yako. Iko kwa nyumba. Iko na sanitizer. Hiyo sitaki. Hapana, nataka yenyewe haina kitu. Kuna mtu nataka kupatia milioni 1 leo. Harakisha. Hapana. Iko tashifa shamba. Kadogo. Kale kachupa kadogo. Usiende nje. Na usiombe mtu. Uko nayo? Wekei mafuta. Wekei mafuta iko kwa bakuli. Hiyo tumeanoint nayo. Kuna mwingine? Kama kuna mafuta. Migi. Leta. Wekei. Uko nayo? Leta. Hii sasa tutaweka. Nini hii sasa iko ndani? Anointing. Lotion. Hapana. Hii ni nini? Nini? Ya kujipaka? Hapana.
Hapana. Hii ni poa. Hapana. Hapana. Ni maji ya wapi? Ni anointing water. Yeah. Iko na kitu? Weka hii. Na hii. Lotion. Ya nani? Nini? Nini ilikuwa hapa ndani? Ya? Shika. Nini ya? Ya nani? Ya? Okay. Urathimwo na ciana ciaku cirathimwo na ciana cia ciana ciaku cirathimwo njĩra ciaku cihinguke kĩrĩa gĩothe gĩa kumana gũtunya gĩothe Ngai agũcokeria kuma ũmũthĩ ũyũ no ndũgathi kũhoya maguta maya ndũgathi msiende kuabudu mafuta msibebe kwa bagi ati ndio inampatia bahati unanielewa do not worship it's just a connection Thank you. Thank you. Etemeisha. Thank you. Tuabudu. Ineni mikono yenu juu. I'm releasing something that will never be released by anybody on earth. Hallelujah. Ino tu mikono yako juu. Wewe ni Mungu mpasua bahari. Ino tu juu kuna wingu linapita. Malaika wanapita juu hapo. Kuna kitu kitatendeka. Kuna manabii wanainuliwa sasa. Kuna manabii wanafunguliwa sasa. Kuna manabii, kuna unabii unashuka. Kuna nguvu zinashuka kutoka mbinguni. The power! Pasua bahari, haufananishwi na kitu kingi, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Mayandara basiarando hiribazi kurina she mayandara basiaria kurina ya hinaribazi kurina shandaraba nimerirazi ya kurina ya ribasi endere besirina ya naribasi kurina ya ribasi erina ya nimerira shekerenato ya mayarina ya nimerira ya basina ya si mayandara ba riasia kuriashe mayandara ba naribazi kayasi arina shandaraba rebezi akarama yarira yaribasi eriyata yandorobo ribasi karama shandarabo samayanda riaka yakota mayanda rebezi kayanda aramasheka aribazi aka riaka rimayanda iuka matsa chobarina ribasi akato yabasi ribasi akato yanda shamayanda ribasi karama hiribazi keremeta yanda narabaza ya karamata yanda riasi ya kuriata ya mayande hesha mayoribaya.
Inua tu mikono yako juu, mikono yako miwili. Kuna neema inashuka. Neema hii itakusaidia kwenye upenyo wa biashara na upenyo wa maisha yako. Hiyo neema inashuka. Funga tu macho yako. Nitahesabu 1 mpaka 7. Nikisema 1 unasema Yesu. Mpaka ya 7 utapatwa na neema marudufu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea. 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 Receive.